Mwambia hivyo. Wastahili. Bali kumwambia nastahili. Wastahili. Mwambie unastahili. Wastahili. Oh yes. Mwokozi. Wastahili. 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 Mwokozi. Wastahili. Mwambie hivyo kutoka ndani ya moyo wako. Mwambie unastahili Mungu wangu. Oh yes. Mwokozi. Wastahili. Wastahili. Thank you Jesus. Wastahili. Mwokozi. Wastahili. Mwambie hivyo kutoka ndani ya moyo wako. Fungua kinywa chako na inua mikono yako juu, mwambie unastahili. Wastahili. Wastahili. Mwambie hivyo kutoka ndani ya moyo wako. Wastahili. 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 Mwokozi. Wastahili. 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 Mwokozi. Twagotea. Mwambie hivyo tu mchana wa leo. Twagotea. Twagotea. Tunasema unastahili jioni ya leo Bwana. Tunasema wewe ni Bwana, maana umetutendea toka asubuhi mpaka wakati huu. Tunaliinua jina lako, tunashukuru jina lako. Tunasema wewe ni Bwana. Tunatarajia makuu kutoka kwako jioni hii. Nena nasi Bwana, nena na watumishi wako Bwana. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Asanteni. Bwana asifiwe. Karibuni jioni ya leo afternoon. Ni wakati mwingine tumeingia another session. Tuweze kujifundisha, tuweze kujua one or two things why we are here. And without wasting a lot of time, because we have spent a lot of time with entertainment, that is not wasting, but we have spent na ilikuwa ya muhimu sana. Sasa tutaingia mambo ya masomo na tusome ile Mungu atasaidia. So today there is one thing that all those people have gone through secondary school. There is subject called chemistry. Chemistry. And in this world, we cannot live without
chemicals. They are part of us. Hata wengine wenu washatumia chemicals hii. Kuna mtu ametumia chemicals? Kuna mtu ambaye hajatumia chemicals leo? Inua mkono kama hujatumia chemicals. Toka asubuhi mpaka saa hii yote tumitumia ni chemicals. Hata hiyo karamu unaandika nayo ni chemicals. So what we are going to learn today is how we are going to use the chemicals in the right way. Because when you misuse them, they become what? Dangerous. And everything which is overused become a poison, isn't it? So we are going to learn about what we are calling drugs and substance abuse. We can learn how to use the drugs, or we can abuse the substances. We are going to know what those words mean. And we have got our facilitator. We have two of them, Pastor Maina from Dhika and Pastor. I'm going to welcome Pastor Maina to come and take us through drugs and substance abuse. And if you have questions, I think the audience is not interacting with the facilitator. Sijui kwa ama mnawaogopa, hamuulizi maswali. Ama mnawaogopa. Unajua sasa hii imekuwa ile ya kusema, do you understand? Is it okay? Is it sasa isiwe hivyo. Mwe watu wakuuliza nini? Maswali. Uandika swali tu uulize. Pengine amesema neno and you don't know the meaning. Uliza. Pengine umetumia na ungetaka kutoka huko. Wewe andika tu karatasi. Tutakusaidia. Ama iko aje? So I would like us to welcome Pastor Maina as he comes to tell us what he knows about drugs. Hata nyinyi muweze kujua. Karibu sana Pastor Maina. Mpigeni makofi anapokuja. Christ is my personal savior. When I was a young man. Hallelujah. I was a young man. Kijana barubaru. Yes, I am waiting for those people to bring the blackboard. Is it the whiteboard now? Somewhere to write, whichever. Is it a blackboard? During our time, the boards were black. But this one is white. What is the difference? Oh, glory be to our God. Tuwapigie makofi na wanafanya kazi mzuri. Hallelujah. Asanti kwa Pastor Gadhu. Aliniuliza ni gani muhimu na mimi kufundisha. Nikamjibu yoyote ile. Yoyote ile. Akaniambia anataka nifundishe kuhusu drug abuse and substance. Hallelujah. Drug abuse and substance. Ni hivyo. Hello. Nikutumia drug abuse ni kuzitumia. Na mjua mimi ni mhubiri, si mwalimu, sawa? Na tukaambiwa na Pastor Gadhu hii yote ni chemistry. Ati ni nini? Chemistry ni mambo ya kudeal na dawa. Ukitaka chai unachanganya. Wagi wanaanzia na shukari. Aya. Tunaanzia na maji.
maziwa na majani na sukari, tunaacha moto. Halo, itaifa kweli? Aya, atunuanzia na maji. Okay. Kwa hizo zote tuna form kitu kinaitwa chai, sawa? Dawa, kuna dawa ya aina nyingi, na si zote siko kwa manufaa moja. Ukitumia dawa ama ukitumia kitu kwa njia ambao haistahili, inakuwa shida ama inakuwa poison, inaua na inaharibu maisha yako. Bwana tusaidie sana. Kuna watu ambao wale wanakuwa na shida ya kimwili, tuseme sasa kimawazo, either depression, ama tuseme wao ni waenda wazimu. Kuna zile dawa wanatumia, zingine ni ragatin, red devils, there is blue devils. Na kuna watu ambao hawajagojeka, wanatumia hizo dawa na wanakuwa warevi, zinawafanya kuwa warevi. Kwa hivyo anazitumia akiwa yeye ni sawa. Si unasikia? That is misuse. Maana yeye hajagojeka na ameanza kuzitumia. Vijana wengi unawakutana na wao wakiwa wamechizi, unaona huu mtu humuelewi vizuri. Wengi wanatumia hizi dawa, zinawafanya maisha yao kuharibika. Okay, maana zinatumika kama dawa ya kulevya, so they abuse. Hizi dawa wanazitumia vibaya, maisha yao inaharibika. Bwana tusaidie sana. Aya, kunazo nyingi dawa. Kuna bangi, kuna mvinyo ile watu wanasema ni pombe, na iko na majina kali, na mengine wanaikunywa kama ni daktari amewaamuliza. Asubuhi kama hakuja kucha, anagojea kufunguliwe ameze. Sasa huyu mtu na amekunywa asubuhi, hata kabla kazi haijaanza, atafanya kazi lini? Huyu mtu maisha yake inadhoofika, inaharibika kabisa, na anakuwa mtu useless. Hello? Bwana atusaidie sana. Hallelujah. Na ingekuwa ni mimi sasa niseme Pastor Maina, hawa watu ambao wanatumia dawa vibaya, maana si kama unaumwa na kichwa, si unaenda unanunua dawa, tuseme pain killer, unanunua either mara moja ama panado, na unakunywa na kichwa inatulia juu umeitumia vizuri. Na ukitumia vibaya inadhuru maisha yako. Sasa juu sisi tuko katika kongamano ya watu wanaompenda Mungu na wanajuana na Mungu, nikitaka nisome neno moja katika Biblia, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Corinthians zinapakana na Genesis.
Inapakana na gani? Oh, ni Romans. Nyinyi ni wanafunzi wazuri. 1 Corinthians 6. 1 Corinthians chapter. Mike inazima. Thank you, Pro. Na umenitupa sana. Na namba yangu ya M-Pesa uko naye. Aya. Okay. Verse 19. Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God? You are not your own. Bwana asifiwe sana. When you are misusing or abusing the drugs, you are now destroying the temple of God, which is your body. Praise be to our God. So, who does not have a body? Hallelujah. So, each and every person who is with us is having a body. And that body that you have, just touch it. Can you pinch it? Waweza ichuna? Sitaki uchune mwingine, nataka uchune yako. Halo? Iyo body uko naye uichune. Unasikia nini? Tamu. Okay. Iyo umechuna is your body. Na Biblia inasema ya kwamba iyo ndiye hekalu ya Mungu. Bwana tusaidie sana. Now our bodies are the temple of God. And if you destroy this temple, do you think that you are in good relationship with God? Yani, angalia, umechukua ndawa, umeziweka kwa hii hekalu yake Mungu, inaharibika. Wewe mko na uwasiliano mzuri na Mungu kweli? So this body that God have entrusted us, it is the temple of the Holy Spirit. It is the temple of God. And God himself made this temple. Praise be to our God. Na diposa, wale wote wanao tumia haya mandawa, wanaharibu hekalu ya Mungu. Hawana uhusiano mzuri na Mungu. Kwa nini? Wanaharibu hekalu. Bwana tukuzwe. Juu Mungu akitaka kukutembelea, anatembelea wapi? Kwa hiyo mwili wako. Hallelujah. So you should take care of this body. And you must use it well. Do not abuse it. If you abuse it, remember, your relationship with God will be cut off. Why? Because you are misusing the temple of God, which is your body. Praise be to our God. When one sins, ama mtu akitenda dhambi, anatumia nini? Anatumia nini? Mwili. Dhambi nyingi mtu akifanya, anatumika kwa mwili. Alo? Kudanganya, unadanganya na nini? Kinywa iko wapi? Iko kwa mwili. Alo? Bwana tusaidie. Tuko pamoja? Tupigie Yesu makofi.
na juu tuko kwa class. Tunasoma wapi? Ati tunasoma 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Yes, you are a good student. And that is the verse that is telling us that when you are in drug abuse or you are misusing the drugs, you are now tampering or destroying the temple of God. And if you destroy the temple of God, you anger or you make God angry. So your relationship with God will be cut off. Hello? Na kama uhusiano wako na Mungu umekatika, sasa wewe unatumikia nani? Hello? You either serve God or serve the devil. Hello? So it's your choice. If you take care of the temple of God, you'll be able to serve God. If you are careless, handling this temple that God have entrusted us, remember, you are in disagreement with God. And every sin a man sins or a person sins, it's through the body. Hello? It is through the body. Any sin, can anyone tell me a sin that does not pass through the body? Hello? Bana tusikuzwe. Kumaanisha hakuna. Kwa hivyo dhambi zote zinapompata mtu zinapitia kwa huu mwili. Na huu mwili ndiye shetani anaharibu ili isimtukuze Mungu, isimfurahize Mungu. Haleluya. Mlevi akikunywa na anguke, ni nini inaanguka? Ni mwili inaanguka. Kwa hivyo ni hekalu inaharibika. Hekalu ya Mungu ndiye inaharibika, inachafuliwa. Unaona huo mtu amejikojolea na ni mtu mzima. Unaona anashindwa na kutembea na ni mtu mzima. Kwa nini? Maana ameharibu hekalu ya Mungu mpaka akili zake zinakuwa kama za mtoto. Hata kutembea, anatembea kama anaanza kutembea. Kwa nini? Maana kile ametumia ni kitu kibaya ambapo kinaharibu hekalu yake Mungu. So, na ukiona mtu anaharibu hekalu ya Mungu, jua ya kwamba katika huyo mtu hana makao ya Mwenyezi Mungu ndani yake. Bwana tusaidie. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ni vizuri tukapate kujua ya kwamba hizi dawa watu wanatumia, wajue ni hekalu ya Mungu wanaharibu. Na unakuta wengi wamesoma, wamepata PhD, lakini akitumia hizi dawa vibaya, anasahau ile masomo amesoma, anaharibika kabisa, anakuwa mtu useless. Siku moja nilienda kwa rehab. Na nilipoenda kwa rehab, nikakuta wanafundishwa mara 3. Ati wanafundishwa mara
Aya, tii mara 3. Ya kwanza inasimamia that praise. That praise. Hiyo ni tia. Kwa hivyo mahali anakaa anafaa aondoke, aachane na hapo anaenda. Kwa nini? Hapo ndipo anapata hizo dawa, sio? Aya, nayo tii ya pili ni ya those people. Those people. Hii ni short ya people. Sawa? Those people. Unaona tii ya kwanza? Aacha mahali anakaa juu. Mahali wanakaa na wanakunywa hizi dawa, aachane na kwenda hapo. Aya, aachane na hao watu. Ya tatu, those things. Ya tatu ni achane na hizo vitu. Those things. Ambapo zimemuharibu kichwa, anasahau hata kuoga, anasahau kama amesoma, anasahau kama yeye anafaa kuwa mbaba, anafaa kuwa mumama, anajisahau kabisa. Bwana atusaidie sana. So, nilikuta hawa watu wanafundishwa T. Sasa wanaanza kuelezewa, you must leave that place. Mahali mnakutana uache kwenda wapi? Na hata Biblia katika first book of Psalms inasema wale watu unaenda kukutana na wao itindo-ini icio cia andũ matarĩ kĩ. Mwathani Ngai atuteithie. May God help us. So we must forget those places where these drugs are got, or those places which you hide and take drugs, which you hide and sin. You must forget. You must leave those places. You must distance yourself from those people. You must segregate yourself from those people. You must come out of those people because they are destroying your life. And the third T, you have to leave those things. You have to. Hizo vitu ambapo zina haribu mtu uachane nazo. Na sababu Biblia inatuambia ya kwamba mili hii yetu ni hekalu ya Mungu. We must take care of this temple. This temple, it is the temple that we use to praise God. It is the temple that we use to pray. And when you pray, what do you use? You use the temple. Hello? Unatumia huu mwili, unatumia kinywa ya kumuomba Mungu. Bwana tusaidie sana. Because if we do not take care of our bodies, now we are distancing ourselves with our God. And if you distance yourself from God, it shows now your relationship will be cut. And the hope of eternity that is in you, you'll be gone. You'll be no more. You'll be now hopeless. And that is why people, those have misused the temple of God
They are now hopeless. They take these drugs to comfort themselves and to forget whether they are living or not. But I thank God, we are in our senses. We are in our senses. And if we are in our senses, we must take care of our lives and even our bodies. Praise be to our God. Hallelujah. Let's go to the book of Proverbs. Book of Proverbs. Iko karibu na Revelation. Huh? Oh, iko karibu na Psalms. Si Revelation. Okay, tumefika hapo. Proverbs 14 and verse 15. Proverbs 14 and verse 15. The inexperienced ones believes anything, but the sensible ones watch his steps. Nani yako na different fashion? Anybody else with a different fashion? Proverbs. Proverbs 14 verse 15, NIV. The simple believe anything, but the prudent give thought to their steps. The simple, the inexperienced, wale hawana ujuzi ama wale wepesi. The simple believes anything. There are people who can believe in anything that he said. Hata akiwaambiwa fanya hii anafanya bila kuuliza. These are the simple. Simple in mind. Those people who have no experience. They believe in anything. And it is very dangerous. If you believe in anything that comes on your way, you must be wise. You must be prudent. The experienced one believes anything, but the sensible one watches his steps. Kuna mwingine ako na different fashion. Pastor Karo yako inasema nini? A simple mind believes anything. Do we believe anything? Hello. Bwana sifiwe. Wakati tulikuwa shule, wacha nikwambie kitu tulikuwa tunaamini. Mimi nilipokuwa wakati huo, ukichelewa, kuna kamuti tulikuwa tunaita kahiga. Tulikuwa tunaenda unachuna na unaifunga kama unaweka note moja. Ati ukiweka kwa mfuko, ukiweka kwa mfuko, mwalimu hata kupi. That's believing anything.
Wakati moja nilichuna, nilikuwa standard 5, nikachuna, nikafuga, nikasema sasa mwalimu hata niona. Haya. Thank you. Praise be to our God. Hallelujah. Gikinyita kahiga karia gikundika, nikafuga vizuri, kaweka kwa mfuko. Naye hakuwa naongea mtu, ukifika pale lala chini. Viboko tua. Nikapigwa viboko 5. Nikajiuliza, kumbe hii kitu tunaamini haina nguvu. Nguvu ni kuamka mapema na kufika ile saa inaostahili. Sikurudia tena, maana nilijua hiyo ni uo. Kuna wengi wanabilifu mambo ya uongo. Ati mtoto akianza kukohoa, ni kukohoa ama ni kuhiccup, ati unakata kakaratasi, unapaka mate. Ama nyinyi hamujafanya hivyo? Does that heal? Does it heal? There is nothing in that. Hello? There is nothing, no power of healing or to stop hiccup in a child kwa kumweka karata. Hata kama sijaenda shule ya madaktari, there is no treatment in that. It's a belief. It's a myth. Hallelujah. And we should believe in God and forget myths. Hello? Yes, the child can receive healing if we believe in God that in the name of Jesus, that hiccup will go. Hello? Sio ati karatasi akipandikwa kwa nini ataacha. Bwana tusaidie sana. Na kile ningetaka niwaeleze, that a simple belief anything. Wale watu wepesi kwa imani, they believe in anything. Hello? They believe in anything. And now because we believe in God, we should not believe in another God. Because God, there is no verse in the Bible that says that you can cut a piece of paper and put it on the forehead of a child and the child will get healed. That is foolishness. An experience. Simple. Believes anything. Hallelujah. Bwana tusaidie. Hallelujah. I don't want to put you in a room of doubt, but without doubt, it's just a belief that there is something that is done, but there is nothing, totally nothing. There is totally nothing. Si hata kushiba ungeweka kwa karatasi hapa na ushibe. Kwa nini huwezi shiba kabla hujakula? So you should face the reality. And that is how we should believe God. Not anything, not in any other faith, but in believing God. If we believe God, through His Son, Jesus Christ, all things will be possible. To change your life and to walk in righteousness, we must believe in God. Let me ask a very simple question before I wind up. How do we get saved? How
How do we get saved? Tunaokokaga aje? Kwa kwenda kanisa? Tunaokoka aje? How do we get saved? Or you just followed your parent and went to church, meet the pastor, and the pastor greeted you, and because your parents are members of that church, you became saved? Hello? Watu wanaokoka aje? Hello? Tuko pamoja? Hamjui vile watu wanaokoka? Haya. The word of God teaches us that you believe in the word that is spoken, the word of God that is spoken to you. You believe in God, you believe in His word, you believe in Jesus as the Son of God who died for our sins. Because there is no other way to get saved unless you believe in Jesus, that His death on the cross was for you. Kristo mwana wa Mungu ndiye alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Unapoamini ya kwamba alisulubishwa msalabani kwa ajili ya dhambi zako, uamini hivyo na ukiri kwa kinywa chako, unapokea wokovu. Bwana atusaidie sana. Tupigie Yesu makofi. Kwa hivyo si njia ingine inaoelekesha mtu kwa wokovu ila ni kumwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Na unapoamini ya kwamba unapokiri dhambi zako, upokee Yesu ndani ya maisha yako, unabadilika, unakuwa umeokoka. Tupigie Bwana makofi. Ni wangapi hawajawahi kiri dhambi zao ya kwamba wameokoka? Wao walikuwa wenye dhambi, wampokea Yesu Kristo awe mwokozi katika maisha yao. Wale hawajawahi jua kuokoka ni nini, wasimame ama wainue mikono juu. Kama hujawahi kujua, usiogope kuchekelewa na mtu yeyote. Simama na miguu yako tu tafadhali. Kama hujawahi jua kuokoka ni nini, tusimame tu. Tusimame kama ojo hakuna kupigwa. Simama tu na miguu yako. Haya. Kama taraigua. Kaderalilia. Mundu toi kuhonoka niki. Wale hawakuwa na jua kuokoka ni nini. Nataka wasimame na miguu yao. Mutia jira mutiwe. Aya. Alia moi wale wanajua kuokoka ni nini na wamekiri dhambi zao, wasimame. Na kama hujawahi jua, usisimame. Kama hujawahi jua, usisimame. Inua mikono yako juu. Mungu, twasema ni asante sababu ya kutuokoa. Asante maana wewe ndiye kibilio katika maisha yetu. Tumejiachilia mikononi mwako, maana tumekusha jua ya kwamba
Miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Tunajiachilia mikononi mwako ili ukaweze kuwa mtawala katika maishani mwetu Bwana. Twakupokea ukatuongoze na ukatulinde. Tumekataa shetani na kazi yake yote na huduma zake zote na uongo wake wote. Tumempokea Kristo katika maisha yetu ili awe mwokozi na kimbilio katika maisha yetu. Asante Yesu kwa kutuokoa. Asante Yesu kwa kutufanya wana wa Mungu. Pokea sifa, pokea shukrani. Maana wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu ustahilie kuaminiwa, ustahilie kuabudiwa. Pokea sifa, pokea shukrani. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu, tuomba na kuamini. Amen. Haya, fanya kuketi. Bwana asifiwe sana. Because in this session we are two, and I would like to give the other facilitator a chance also to add something in drug and abuse substances. I would want to leave a room for him or her, that he may come and also continue with the session, because the time is against us. Pastor Dave, can we give him a hand clap? God bless you. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Kimbia. Hallelujah. Kuna Mungu wa milele. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Wa baraka, wa baraka, wa baraka wewe. Wa neema, wa neema wewe. Hakuna Mungu kama wewe Yahweh. Hakuna Mungu kama wewe Yahweh. Unaweza, 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 4, 3, 2, 1. Unaweza ingia sasa, so that you can move on. And may God bless you so much. We worship you, Jesus. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
Tafadhalini ingieni sasa. I know you're okay. Praise be to God. Naitwa Pastor David na nimeokoka. Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Nifanye hivi tafadhali. Nimeokoka na safari yangu katika wokovu imekuwa mzuri sana, lakini safari yangu kando ya wokovu it has been a misery. Bwana asifiwe sana. Mi vile unaniona hapa saa hii singekuwa uhai. Ningekuwa nimezikwa. Sasa hata hakuna hata mmoja wenu angewahi nijua. Nilifikiria kuchukua path yenye haifai kwa maisha yangu. Na wakati nilichukua hiyo path mahali penye ilikuwa imenielekeza, ilinielekeza mahali mpaka pa kutaka kucommit suicide. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko salama? Nataka tutulie ndio tuendelee. Today I want us to learn something that will help your life and something that will bring an impact even to the generation that is ahead of you. Bwana asifiwe. Kuna wengine wenu hapa najua in the next coming generation God is going to equip you for something greater than what you can see with your own eyes. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikianza ningetaka kuuliza swali. Na nitachoose mtu yoyote naweza kuuliza. What do you fear most in your life? What do you fear most? Ni kitu gani hiyo ambao unaogopa sana sana katika maisha yako? Yes. God? Yeah, outside God we know you're supposed to fear God. But even the Bible says that you believe there is a God, you do good. Even the devil believes and trembles. Bwana asifiwe. Anamuamini kabisa kukuliko. So there is something that wewe mwenyewe unaogopanga isikuhapenia kwa maisha yako. Ni kitu gani hiyo unaogopanga sana usiwahi pitia kwa maisha yako? Ni kitu gani hiyo unaogopa sana? Yes, my sister. Praise and worshiper. What do you fear most in your life? Unaogopa nini sana? Ni nini hiyo yenye unaogopa sana sana yenye hauwezi taka yani ikuhapenie kwa maisha yako? Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Kwa majina naitwa Jane na nimeokoka na nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Ile kitu yenye naogopa isinapenie maisha yangu ni kukosana na wazazi wangu. Amen. God bless you so much. Mpigie makofi. Someone else? Nani mwingine angetaka? Yes, mpatie mic atuambie. What do you fear most in your life? Ni nini unaogopa sana katika maisha yako? Praise God. Amen. My name is Lucy and my fear in life is death. Death? Naogopa kukufa sana. Naogopa kukufa. Mpigie makofi. She fears death. Bwana Yesu asifiwe sana. Someone else? Nani mwingine anaogopa kitu kingine kwa maisha yake sana sana? Praise be to God. Yes. Yeah. Praise God. Amen. Pauline and I fear failure. Failure. She fears to fail. God bless you so much. Mpigie makofi. Nani mwingine anajibu tofauti? Yes, hebu mpatie microphone tusikie. Praise God. Amen. Praise God again. Hallelujah. My name is Pauline. Na kitu yenye naogopa ni kuzikwa kama sijamjua Mungu. Mpigie makofi. That's a good one. Mpigie makofi vizuri. Bwana asifiwe sana. Someone else? Someone else with a different opinion? Yes. Yes, mpatie microphone tusikie. Praise God. Amen. Mimi naogopa kuenda Jehanamu. My name is Margaret. Amen. Margaret, God bless you so much. Huyo anaogopa kwenda kwa shetani. Mpigie makofi vizuri. Acha kinyongo.
Ebu, give the sister, she has an answer also. Hallelujah. Praise God. Amen. Kwa majina naitwa Tabitha Mbaria. Mimi naogopa tu kulazwa hosi. Kulazwa hosi. Mpigie makofi. That's nice. Dudes, where are you dudes? Where are guys? I can't see any guy giving an opinion. What's wrong? Huh? Ebu patia huyo boy microphone. Tell us what you fear most. Mpatie microphone. Atombe Kenya naogopa sana. Tell us, bro. Praise God. Amen. Mimi naitwa John. What I fear the most in life is only but death. Death. Ah, good. Mpigie makofi. God bless you so much. Any other guy? You have dudes in the house? Una kijana mwingine nitakujibu. Good. Praise yes. God. Amen. Praise God again. Amen. Naitwa Steve. Kenye naogopa kwa hii maisha ni kuochwa na Yesu akikujia kanisa. Mpigie makofi. Pigia makofi mzuri. Pigia makofi mzuri. Come on. Another dude. Ule mwenye akona kofia huko nyuma. Mpatie. Mpatie tuambie. Yes. Praise God, church. Amen. Praise God again. Amen. My name is Samuel. Kitu naogopa sana ni Mungu. Amen. God bless you so much. You what? I can see everyone in life has something that you fear most. Everyone, including me. Bwana asifiwe. There is something that you fear most in your life. And most of the time, about that which you fear most in your life, hapo ndo destiny, hiyo ndo kitu inakuwaga imekuhinda na destiny yako. Bwana asifiwe. Fear. What is fear? What is fear? Fear is something that comes in your life to hinder you from getting or grabbing something called courage. Bwana asifiwe. Ni kumaanisha kama unaogopa hiyo kitu, itakublock kuhold kitu inaitwa courage. Na bila courage hauwezi move on to the next level ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. But there are things that you should fear and there are things that you're not supposed to fear. For example, our sister ametuambia anaogopa kifo. Bwana asifiwe sana. It's good. It's good. You already have something that you fear. But the Bible says in the book of Hebrews 2:15 that and redeem those who through the fear of death were all their lifetime slaves. The fear of death inaweza kufanya ukae slave kwa maisha yako yote. Kwa sababu mind yako inafikiria tu kukosa, inakufikiria tu kukufa. So hauwezi fikiria kitu ingine better kuliko hiyo. Bwana asifiwe. I once had an uncle mwenye nilikuwa napenda sana kwa maisha yangu. When I was young, wakati nilizaliwa, yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kunifurahia sana wakati nilizaliwa. And all my childhood nikaspend na yeye. Mpaka nikakuwa mtu mkubwa. Nikiwa kijana kaa huyu nilikuwa namuita daddy, juu alikuwa gani brother ya mamangu. Nilikuwa namuita daddy kila wakati. Nilikuwa nampenda sana. Shule visiting day nilikuwa napata hakuna mtu amekaa kunivisit. So inakuwa yeye tu ndo amekuja. And one thing is that ile love nilikuwa nayo kwake ilikuwa inafanya nione yeye ndo role model wangu. And something happened. Wakati nilitoka shule akaanza kuniambia daddy. Alikuwa ananiita daddy. Ananiambia daddy, mahali popote nimepitia usiwahi. Unasikia? Sikuwa najua na maanisha nini. But I came to later that he was HIV positive. Na alikuwa anatumia hizo ndo alikuwa anshaanza kutumia hizo madawa. So alikuwa anajua life yake haita move sana kwa hii dunia kuspend na mimi. Though hataki kuniambia tu live mimi naenda kukufa. But alikuwa ananiambia ati daddy, mahali popote nimepitia usiwahi. Alikuwa ananiambia mimi mahali popote, ama kama kuna msichana yeyote yenye shaikuwa na yeye, mimi nisiwahi jaribu kujiassociate na yeye. He was crying for my life. And then one thing happened. In this life, you can never know the pain of something until that something hits you personally. Bwana asifiwe. Hauwezi jua uchungu wa kupoteza msee mpaka wakati yenye utapoteza mtu. Ndio utajua. Yes, ndio unajua
uchungu wakati mtu anapoteza mtu, but the magnitude of the pain haijai kuhit in real life ukajua vile mtu anasikianga. Bwana asifiwe. And then it happened. Mimi kaanza kukonda tu all of a sudden. Akaanza kukonda kabisa. Ukimwangalia mkono alikuwa na mkono yake ilikuwa na kaya mtoto. Sura yake ilikuwa na kama mtoi. Alikuwa ameisha, yani ila baki tu ni skull. Tu mwili yake yani imekonda kabisa, huku mbavu zinaonekana zote. Hapa hii mfupa yote inashaonekana. Yani mguu yake ungeshika hivi hapa, ungeshika hivi. Akaanza kukonda kabisa. Na wakati ilifika nakumbukaga siku yake ya mwisho kwa hii dunia, hata hakuwa na sauti ya kuongea. Ndio nikasikia amejaribu kuniita na mimi nikaenda. Kwenda hapo mahali alikuwa, I can remember, I can see that face in my head right now. Kwa sababu that was the worst thing yenye mimi nishaiface kwa maisha yangu. Then nikamwangalia nikaona kuna kitu ana try kuniambia but haitoki. Anajaribu kuitoa but haitoki. Na hiyo time mimi nikasikia nilikuwa yani na pain sana, nilikuwa naomba Mungu tu amponye. But ikimaliza kitu 30 minutes nikaona ame breathe last. And that was that. Mimi kwenda kumwangalia hata kumuinua mkono hivi, kujaribu kuangalia kana pumua, kuweka unajua a feather, kumwekelea hapa nionekana pumua. That was the last of him. And then hiyo time nakumbukanga nikaenda kwa diary zake. And in his diary I found where he used to write the most important things in his life. And I found somewhere that he had written that the worst thing in life is not to die, but to die without a purpose. Bwana asifiwe. The worst thing in life is not to die, but to die without a purpose. Yani wewe ulizaliwa na mamako, mkatoka kwa hiyo room kama uko katoi hata hujijui. Ukakama ukanyonyeshwa na mamako, ukaingia primary school, ukaenda ukasoma, kumaliza shule, ukaingia high school. Wakati ukiingia high school ukapatana na jeshi yako, mbogi yako, wale watu unaitaga rende yako. Then mkaanza kuhang out na jeshi yako, ukaanza kuona sasa sahi kwa hii jeshi yangu I need to feel that I'm a woman. I need to feel that I am a man. So you had to catch up with the lifestyle of your league ndio uweze kucope now. Bwana asifiwe sana. Then ukakuwa introduced kwa vitu zingine zenye wewe mwenyewe haukugrow nazo. Ukaanza kukuwa introduced kwa vitu kama bangi. Mimi nakuambia nilifundishwa bangi na anko yangu. My real uncle ndo alinifundisha bangi. My real uncle ndo aliniambia acha ujinga wewe. Ukikaa hivi kaa uvuti bangi wewe si mjanja. Wewe ni fala. Mimi na mimi sitaki kukaa fala. I was young, I didn't know a lot about life. So I had to get into it so that I can prove to that person that I am a gentleman. Unasikia venye nimesema? So that I can prove to him that I'm a gentleman. Most of the time, wakati mtu anajipatanga ameingia kwa vitu zingine, unajipatanga tu uko ndani but haujui ulianza aje. The first time, puff yako ya kwanza ya bangi yenye unavuta hivi, haikuwa wewe ulikuwa umenunua. Bwana asifiwe. Siwezi wauliza ni nani ashaivuta bangi. Siwezi uliza hiyo swali. Hiyo ni wewe mwenyewe unajua. Ama ile kitu yenye wewe mwenyewe ulifanya absurd, the most absurd thing you ever did in your life. You never knew when you were getting in it. But when you got into it, ndo ukachap na ile ligi yenye wewe ukaa nayo, ikabidi umerudia kufanya hiyo kitu tena. And then conscience yamse, the conscience is funny. That the first thing when you sin, the first time you sin, the conscience waga inakujudge sana. But the second time you sin, the conscience gets what? Lesser and lesser. The more you do that thing, the more the conscience dies. Each and every time ukifanya hiyo kitu, conscience wanga inaendelea ikikufa. The third time, ile conscience uko nayo the third time, si yenye ulikuwa nayo the first time. And then mara ya 4 wakati uta get into that thing unaifanya tena mara ya 4, the conscience yenye itakuwa nayo si yenye ulikuwa nayo the first time. Bwana asifiwe. Let me put this example in this kind of a way.
The first love of your life, kama ushaipenda mtu kwa maisha yako, first love yako ilikuwa crazy sana. Bet it. Nani nasema ni uongo nasema? First life yako ilikuwa strong sana. But the second love haikuwa strong kama first. So the more wewe mwenyewe una invest kwa hiyo kitu, the more your heart inaendaga ikitoka. Unaanza kufanya hiyo kitu kama mazoea. Let me tell you how someone gets addicted. Because I was once addicted. Mimi nilikuwa addicted. And si bangi peke yake. Nimetumia all kinds of substances zenye nyinyi mnajua. Nimetumia sigara, nimetumia bangi, nimechanga, na si kuanza na hizo vitu zote. Nilianza na bia. Hakuna mtu anaanzanga na changa. Unaanzaga hapa. Unaendaga ukishuka. Inafika mahali unaona hata changa haikushiki. Ndio unaenda unatafuta shash. Sababu unaona hata kiloko kikushiki. Unaona tu unataka kishash. Hiyo ndio unaingia sasa, ligi yako inaanza kuingia kwa hard drugs. Hazikushiki, unaanza kuingia kwa zingine. Nikaanza kuingia kwa vitu zingine zinaitwa Cosmos. Na zingine zilikuwa zinaitwa Attain. Madawa za hospitali. Dawa unakunywa hivi, joint zote zinakuwa calf. Unaanza kutembea hivi. Hata ukiangalia wasee, Pastor Chacha kipreach, unaona miguu yake inakaa hivi. Kwa sababu wewe mwenyewe hivyo ndio unaona. Sasa unacheka, wewe wenyewe unaona mzee alikujaje chachi hivi. You see? Now, it's a funny thing that wakati unajiingisha kwa hiyo kitu, the more you do it, the more inakuingianga kwa system. Wewe unakunywaga tu ka fun. But kuna time itafika. Kuna time ilifika, nikaanza kuona hazinishiki. Nikaingia kwa DB sasa. Unajua DB ni nini? Nataka najua DB ni nini? DB ni heroin. Nikaanza kuingia kwa heroin. It's a brown powder. Yenye inaekangwa kwa bangi alafu na smoke. Na hiyo kitu kukunywa tu, if you take that today, tomorrow, the third day ushakuwa addict. Na hiyo hauwezi acha once kwa sababu unaweza kufa. Withdrawal symptoms za hiyo kitu zinakuwaga worse. Hiyo ukiacha once unakufa. Hata unaendaga unapewa kadi wakati unaenda kutumia mat. Juu kuna dawa inaitwa mat, mtu anaendaga kudungwa. Watu unadungiango hapa, umjui hapa prison watu dungiwa hapo. Then ulishajiingisha hiyo kwa, ulianza na kitu kidogo sana, kapombe. Sasa saa hii ushakuwa msee wa DB. What does John 10:10 says? Who knows what John 10:10 says? Nani anajua John 10:10 nasema nini? Yes, tell us. What does the scripture says? Tell us what the scripture says. The book of John 10:10. What does the Bible say? Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. I'm saved and Jesus Christ is my personal Savior. In the book of John 10:10 it says, the thief comes only to steal, kill and destroy. Amen. Endelea. But Jesus has come so that you may have life and have it to the fullest. Amen. Pigia makofi. The devil comes to he comes to steal, kill and destroy. Now I have a question. Nataka hiyo ijibuwe pale nyuma. How comes that kill iko katikati? How do you destroy something that you have already killed? Nani atanijibu hiyo swali? Nitakupatia kitu kiweza. Bwana asifiwe sana. The Bible says that the thief comes to steal, kill and to steal, ashaiba, and then he kills. Bwana asifiwe. And then after he kills, he destroys. Bwana Yesu asifiwe sana. Let me tell you something. We are living in a world that is full of hypocrisy and is full of arrogancy. Na watu huaga wana ignore vitu rahisi sana. But let me tell you something. Each and everywhere you go, kuna kuaga na opposition ya shetani mahali popote penye unaendaga. The devil is so strategic. The devil knows how to make you a slave in your own mind. Bwana asifiwe sana. He knows how to make you a slave. And shetani anajuanga, jika tunaweza pata raba. Shetani anajuanga that he cannot destroy you unless he kills you first. Bwana asifiwe.
Tunaelewana? I want us to crack this puzzle up. The devil comes to steal. Bwana asifiwe. Steal and then kill and then anafanya nini? These are the 3 stages in a human life. Mtu mwenye anatumiaga drugs, nataka usikize hapa. Kuna kuwaga na stages 3 za maisha ya mtu wa drugs. Kitu ya kwanza inakuwaga ni shetani na kuiba. Shetani na kukill, alafu na kudestroy. I want us to open in the book of Luke chapter 15 from verse 11. This is a story that we all know. And in this story we are going to understand mtu mwenye alikuwaga addicted, maisha ya mtu addicted venye nakuanga. Bwana asifiwe. It's about the parable of the lost son. Bwana asifiwe. We call it the prodigal son. Bwana asifiwe sana. This is what the scripture says. Mtu mmoja achukue utusome. Yeah, Luke chapter 15 from verse 11. Luke chapter 15 from verse 11. Luke chapter 15 verse 11. Yes. Jesus continued. There was a man who had 2 sons. There was a man who had two sons. Ndio? Haya, The younger one said to his father, Father, give me my share Give of me my the share. estate. Oh, So he divided his property between them. So he divided his property between the 2 sons. Bwana Yesu asifiwe sana. What happened? 13. Not long after that, And not long after that, the younger son got together all he had. Ngoja kidogo. Ngoja. Not long. Bwana asifiwe. Not long after that. Kwa hivyo ni kumaanisha huyu mtu alikuwa already ashafanya hesabu yake kwa mind yake venye anataka kufanya na hii pesa. Tunaelewana? Not long after that. Nasikiaga watu wakisema ati mkibreak up watu wawili mwenye huaga anakuwa kwa next relationship haraka, huyo ndo alikuwa na cheat. Si ndio inakuanga? Bwana asifiwe. Sababu yeye mwenyewe alikuwa na crave kuondoka aende hiyo level ingine. Let's listen. The younger son got together all he had, set for a distant country, and there squandered his wealth in world living. Okay, ngojea kidogo. So, this guy alikuwa mahali kunaitwa home, si ndio? Huku ni kwao. Si ndio? Alikuwa kwao first time, alikuwa kwao. Akaambia baba yake, mimi nipatie kila kitu. Nataka kutoka, mimi nataka kutembea. Akapatiwa kila kitu. And then akaenda place inaitwa far away. Bwana asifiwe. Akaenda place inaitwa far away, where he squandered all that he had with prodigal living. Hivyo ndo Bible inasema. And then what happened? After he had spent everything. Ngoja, after he had spent everything. Bwana asifiwe. After he had spent everything. Hapa alichukua pesa akaenda nazo far, akazi waste. Bwana asifiwe. And then after he had spent everything, saa hiyo tu wenye alimaliza hiyo pesa, what happened? There was a severe famine in that whole country. There was a severe famine in that whole country. And he began to be in need. He began to be in need. He began to be in need. Akaanza kufanya nini? Akaanza kuitisha sasa. Bwana asifiwe. Akaanza kudai. He began to be in need. Alikuwa na pesa sana akiwa home. But wakati alipata hiyo pesa, wakati alipewa, he had no strategy to use that money. Kenye alikuwa anatamani ni kufanya zile vitu zenye alikuwa anatamani kufanya. So he went far away and he spent all his money with prodigal living. Bwana asifiwe. These are 2 stages in a life. And then the Bible says, after he had spent everything, there arose a severe famine. There arose a severe famine and he began to be in. Bwana asifiwe sana. And then what happened?
So he went and hired himself out to a citizen of that country. So he went and hired himself to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. Who sent him to the fields to feed pigs. Ngoja kidogo, mtu mwenye alikuwa na kila kitu kwa maisha yake. Mtu mwenye babake alikuwa a rich, wealthy man. Mtu mwenye amelelewa in a life of greatness. Mtu mwenye babake ana kila kitu. Ana magari zote. Huyo msee hakuna shida, ashaikula akiwa kwao. Bwana asifiwe. Then ashai spend kila kitu. Huyo msee mwenye babake ana kila kitu. He began to be in. Bwana asifiwe. Sijui kama tunaelewana. Hebu uliza jirani yako kama anashika Kenya nasema. Uliza, do you understand what is happening? Because I want us to crack up the life of a prodigal son. The life of a person who lives in drugs. Bwana asifiwe sana. A person who had everything in his entire life. A person who had everything. He had cars, he had money, he had even slaves in his father's house. That person begging. Huyo mtu una imagine ukipata na mtoi wa Uhuru Kenyatta wewe ameandikwa kazi ya kuangalia nguruwe. Just imagine that person. Bwana asifiwe. And then what happened? He longed to fill his stomach with the pods and that the pigs were eating. Now this is what I want you to understand. Hebu mwambie jirani yako sikiza hapa. Mwambie sikize hapa. He longed to feed his stomachs with the pods from the pigs. What? That the pigs were eating. That the pigs, he longed. Yani yeye mwenyewe alikuwa natamani kujifeed na zile pods. Bwana asifiwe. Biblia ya Kikuyu inasemaga na niendega muno kuhunia nda yake yuga na makarafi na makoro mamukarafi. There is one thing kwa hizo chakula za nguruwe yenye alikuwa anapenda sana. Bwana asifiwe. That one, ambia jirani yako one thing. He longed to feed his stomach with the pods from the pigs food. Bwana Yesu asifiwe sana. Now I want you to understand this one thing. Unaweza keti kidogo tutaendelea. I want you to understand one thing. Tumesema the devil comes to do what? And destroy. Let me tell you something. The devil cannot destroy you when you already have everything that you need. The process that the scripture says that the devil comes to steal, kill and destroy ni kumaanisha kwamba yeye mwenyewe haezi iba alafu a destroy ndo aue, because he knows if he doesn't kill you first it's hard for him to destroy you. Bwana asifiwe. Do you understand what I'm saying? Muna understand? Nataka tuelewane. The devil cannot kill something, he cannot destroy something that he hasn't killed. Na wakati niliambia the devil is so cunning and he is so strategic. Bwana asifiwe. Shetani anajua ile tunatamani sana kwa maisha yako. Shetani anaweza kama kuambia I'm giving you 2 billion, sell your souls kwa Illuminati. Huyo mtu mwenye anakupea 2 billion yeye mwenyewe akupossess. Kwani how much is a soul cost? How much does a soul cost? If yeye mwenyewe anakupatia 2 billion ndo own soul yako. So how much is a soul supposed to cost? You see, he can see the greatness that is in you in the greater magnitude than you can see it yourself. The devil knows the greatness that you have in you. Anajua. He knows. So what he does, he is so strategic. He knows the first thing he does is that he kills your conscience. He kills your conscience. Dhamiri yako. And when your conscience is dead, the Bible says in the book of James 1 that just as the body without the spirit is dead. Bwana asifiwe. Mwili kama hauna roho umefanya nini? Acha nikuulize kitu. Maiti ingeza fungiliwa hapa, hata uipige makofi, inaweza jua? Mbona haiwezi jua? There is no sensitivity. Haiwezi feel anything. Bwana asifiwe. Haiwezi feel anything. Ni kama mtu kuua mara ya kwanza. I've lived with such kind of people in my lifetime. Nimeshaishi na mtu wameua. Then the first time mtu anaua, hizo sauti za huyo mtu zinamuongeleshanga sana. And then akienda to an extent auwe tena,
ile spirit yake ama conscience yake yenye namwambiaga kuua si poa, hiyo conscience inaanza kudedi. It start dying and depreciating slowly. Bwana asifiwe. Akiua mara ya 3, ile conscience alikuwa nao mara ya kwanza si yenye yako nao mara ya 3. Akishaua mara 4, huyo mtu hata angezaua watu wangapi, conscience yake hata haiwezi sikia kitu. Wewe ungezaua saa hii venye unaweza sikia. You can know the difference between someone who has a conscience and someone who doesn't. Mtu mwenye na conscience ni mtu mwenye ako uhai. Ukimpinch hivi atajua na atageuka. Nani wamenipinch? But mtu mwenye hana life ndani yake, yeye amededi, hata umpinch hata umfanye aje, haezi toa sauti. Bwana asifiwe. The devil comes to steal. He kills your conscience. He kills you so that you cannot be sensitive in anything in your life. Bwana asifiwe. And then after you are dead, the process of the devil starts happening. The strategy of the evil one, the game plan inakuwa ni kukudestroy. Wacha nikuambie kitu moja. Wakati huu jamaa alikuwa huku kwa babake, alikuwa nakula na anakunywa, si ndio? Wakati alitoka akaenda huku far away, na muona yeye mwenyewe alienda kwa klabu, ako na wasichana wawili hii side na wasichana wawili hii side nyingine. Yeye mwenyewe anaitisha Guinness, hata haezi kunywa makali. Anaitisha kitu expensive sababu ako na pesa. Bwana asifiwe. He has everything. Then huku wakati anafanya hiyo kitu sana, the more anaifanya, the more conscience yake inaendelea kudedi. Anaendelea kuzoea hiyo life. So wakati yenye atazoea hiyo life, kuna time itafika aingie kitu inaitangwa addiction. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wakati itafika place inaitwa addiction, addiction ikisha kuingia, imekuingia. Bwana asifiwe. I was so addicted, wacha niwaambie. Mimi nilikuwa navuta sigara, alafu nikishaitupa naanza kucheka. Devi unacheka? Naambia Junior nimeacha sigara. Saa hiyo na nimeivuta tu saa hii nikaitupa nikaanza kucheka. Ati venye nimeacha sigara. Wacha nikuambie kesho asubuhi natafuta tu filter chini. Because now the urge, ile want, the pods, hiyo kitu specific yenye inakuga ime-entangle mind yako. Hiyo kitu ambayo wewe umezoea kufanya. Those are pods in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati yenye wewe ulikuwa huku, you were so valuable. Ulikuwa na kila kitu unataka. Ulikuwa na duva yenye unataka. Ulikuwa na kunywa kenye unataka. Unakula kenye unataka. Hakuna kitu ulikuwa unakosa juu uko na pesa. Then ikafika mahali when hiyo pesa iliisha hivyo. Bwana asifiwe sana. Value ya mtu nimewaambia inaendeleanga ikipungua the more anaendelea kufanya hiyo kitu. Praise Jesus. Wacha niwaambie kitu moja. Sex. Whenever you have sex, something dies in you. Every time something dies. Something dies. Mara ya kwanza ulikuwa unafikiria ati unaingia kwa successful relationship. Mara ya kwanza. But it didn't work out. Ukaenda kwa huyo msee next. Then huyo msee na yeye hakukufanya ufeel ile value yenye wewe mwenyewe ulikuwa unatarajia at first. So inabidi ndo uweze kureach kwa level yake, unaendelea kuplease ndo uweze kusikia wewe ni wa value. Bwana asifiwe. You start feeling the value. So unafanya hiyo kitu tena. Then huyo msee anakuacha. Tena juu huwezi kaa hivyo, una step in kwa mtu mwingine. The more you do it, the more your conscience keeps dying. Whenever you do it, something dies in you. Bwana asifiwe sana. What is that dies? Because acha nikuambie kitu moja. The more you get entangled in something, the devil knows, unless he kills your conscience, it is going to be hard to put you down. Bwana asifiwe. Na ndio maana nimekuambia, kuna mtu wakati uko class 8, uko form 1 ukienda kuingia hiyo high school, unakuaga sasa hiyo ndio ushaanza kujirealize wewe ni mtu wa maana, si ndio? Unaanza kuona kweli mimi ni msupu nakaa poa. So wenyewe wewe unaishigi hiyo life ya standard. But kitu moja you happen, wakati yenye unaendelea kujiwaste, value yako inaendeleanga ikidepreciate. Every time that value depreciates. Every time you do that, hiyo value ina depreciate. And one thing is that kuna time fulani utakuwa unasimama hivi, ule dem mwenye alikuwa anapita kila mtu anamwangalia, hakuna mtu anakuangalia. Kuna time itafika. Bwana asifiwe. Kuna time itafika.
Enda uliza shosho yako, kuna time alikuwaga kadem kaa wewe. Enda ulize guka yako, kuna time alikuwaga boy anasema, hiyo mtaa, yeye ndo alikuwa anasema. Na atasema ni uongo anasema. Bwana asifiwe. Kuna time guka yako yeye ndo alikuwa kusema kwa hiyo daro. Hata maybe yeye ndo alikuwa prefect probably. Yeye ndo alikuwa mhandi, guka yako ndo alikuwa mhandi sana. Bwana asifiwe. Yeye ndo alikuwa mhandi sana kwa hiyo daro. Yeye ndo alikuwa kusema. Maybe hata yeye ashaipanga wasee wanagoma. Juu yenyewe yeye alikuwa kusema watu wanamsikiza. Hebu enda umuulize saa hii. Bwana asifiwe. One thing I want you to learn, the most important thing in life is not to die, but to die without a purpose. Kwa sababu wakati yenye wewe umejisahau, what you do is that you lack to understand your value. So the devil takes you to a place where he kills your conscience slowly by slowly, and then inafika mahali. Ushaona wale mademu wenye wanakuga kwa klabu wenye wanakunywaga pombe, amezoea kupigwa hadi amejaa madent. Hadi si lazima umuulize kama anakunywaga pombe. Anakaa tu yeye mwenyewe ni mswa pombe. Hadi ukimwangalia hivi, yeye mwenyewe asha get you identity. His identity is that. Yeye ashazoea kukunywa, yani ashazoea kupigwa. Yani hata akipigwa kofi na msee, yeye huaga anatembea na nasahau. Juu ashazoea. Una imagine wewe value ya huyo dem, kuna time alikuwa mtu wa maana sana. Lakini wakati shetani alimsteal, akampeleka far away. Far away from God. Akampeleka far away, akakill conscience yake. Sasa huyo dem akiingia mara ya kwanza alikuwa anaingia kwa pombe ndio jibambe. Lakini mara ya mwisho anakunywaga juu ya stress. Bwana asifiwe. Shetani akikwambia unakunywa tu kamoja tu alafu uzonge. Lakini yenyewe ikuagi hiyo moja. Wacha niwaambie kitu moja. Hakuna time yenye unaweza tosheka ile kitu unapenda. Bwana asifiwe. You can never ever be satisfied with something that you love. Ecclesiastes 5:10 inasemaga aje? Inasemaga hivi, if you love silver, whoever loves silver will never be satisfied with silver. Bwana asifiwe. Whoever loves silver will never be satisfied with silver, nor he who loves abundance with increase. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiria wendete muno gutire hindi ukaigania. Bwana asifiwe. Mimi uliza wasa hivi maboy na uliza pale nyuma, mbona hii lock ni lazima itolewe kila asubuhi? Kwani hii lock inarudingi tu msia kidozi? Ama nini na happeningi? Juu kidozi kiamka asubuhi lazima itishe lock. Kwani hii lock inarudingi yenyewe? Kila siku lazima ukuende utoe lock. Yani itaitoka lini itoke kabisa? Bwana asifiwe. That is the process. Bwana asifiwe. That is where now the devil kills that which controls you. Bwana Yesu asifiwe sana. Sika tunaelewana? Uliza jirani yako kama anaelewa. Anasemaje? Ameelewa? Anaelewa, anakuambia ameelewa nini? Haja understand? Ni nini haja understand? Lock. Ajui lock ni nini? Bwana asifiwe sana. Lock ni wakati mtu anakunywa pombe jioni, alafu akishaelewa, akienda akidozi, akiamka asubuhi, ndo sasa afila ko fresh, lazima akunywe ingine, ndo wenyewe asikia amechangamka. Sasa hiyo kusikia kuchangamka juu ulikunywa jana, so kesho asubuhi lazima uku. And the chain goes on and on and on and on and on and on. And the more you do it, the more you become addicted to it. Nilikuwa nimefika mahali hadi nikikosa ukunywa pombe naanza kutetemeka hivi. Paka ukinipatia glass siwezi shika fresh. Labda nishikiwe. Juu yenyewe ishaingia kwa damu kabisa, imeniingia kabisa. Yani siwezi kaa bila. Bwana asifiwe. So, let me tell you something. What I was trying to tell you is, the devil comes to steal. He kills that which is inside of you. And then he starts destroying you. Hii process hii, unaona hii process? Uliza jirani yako hii process ya destroy. Hii process ya destroy ni ile yenye ule mtu mwenye alikuwa anakunywa Guinness mara ya kwanza, saa hii hadi chang'aa anakunywa.
kwa sababu aliingia akidhani ni fun, lakini saa hii hakunywi kama fun. Saa hii anaikunywa juu ako bound, ishamuingia kwa system. Akikosa kukunywa hizi function, unampataga. Ushaipata wale wase wanakuga kwa club 6 asubuhi? Ushaifanda watu? Nani shipata mseka huyo? Yaani ever tu yeye ni mlevi. Umse akona miaka 40, akona miaka 50. Unadhani huyo mse alianza unakukunywa chang'aa? Alianza tu na Guinness tu, hivyo tu. Alianza na kuambiwa na mabeshte wake, twende hivi. Wakaenda hivi, akaonyeshwa kuna kitu hapa, akapiga mara ya kwanza, akasikia tu vitu kwa kichwa. Na hii kitu ni poa. Mara ya pili akanunuliwa, mara ya tatu akawanunulia, mara ya 4 yeye akakuwa addict. Bwana asifiwe sana. Na mpaka saa hizi unapata mtu kwa maisha yake yote alianza kunywa pombe akiwa form 2, lakini mpaka saa hii ako na 50 years lakini bado anakunywa. Hana hata wife. Hana yeni. Ukienda kwa nyumba unapatanga nguo unazipatanaga nazo kwa mlango. Sufuria iko kwa makaa. Slippers ziko juu ya jiko. Unapata socks ziko juu ya meza. Sufuria ya ugali iko juu ya kiti. Yaani huyo msee kichwa yake haifikiriangi anything normal. Yeye anafikirianga tu yeye apate do kwanza alewe. So hanaga time ya kufikiria home. Bwana asifiwe. Let me tell you something. Wale wase wenye uvuta weed, mara ya kwanza wakati unavuta, unadhani ingia tunavuta ndio kuwe smart. But let me tell you something. Kuna time itafika uanze kukuwa na stress juu hauna do ya bangi. Sasa hiyo ndio kitu unafikiria. Hakuna kitu kingine kwa kichwa yako. Bwana asifiwe. Na ulianza tu pale, ulianza tu na kamoja ati acha kwanza nikasikizie. Unaendelea hivyo, lakini at the latter time kishafika when you're so addicted, mpaka mimi upatanaga na wase wa dibi, wase fulani nilikuwa natumia nao. Sorry to say, kwa sababu hii kitu inaniumaga sana. Yaani msee ananiambiaga, "Devi acha nikuulize. Haki mimi naweza taka sana kuokoka. Lakini yenyewe hii kitu mimi nitaiacha aje? Nitaiacha aje?" Bwana asifiwe. Nitaiacha aje Dave? Hebu nisaidie uniambie. Nawezaje acha hii kitu? Junyi imenilemea kabisa. Mimi siwezi kaa bila. Na hiyo kitu tu kupewa tu kascoop kamoja hivi kascoop kamoja, kwa sababu mwenye nakupimia napima na hii kucha. Hiyo ni 150. Scoop tu moja hivi tu ni 150. Sasa huyo mtu ndo aweze kureach maximum highness, lazima akuwa ametumia scoop kama 4 ama 5. How much is that? How much money is that? Mtu mwenye alianza tu na kabangi tu saa hii, hizo ni pesa ngapi? 750 per day. Hiyo ni tu asikie tu mwili yake, yani isikie tu amefika mahali penye natamanigi. Bwana asifiwe. Na hakuanza hivyo. Kuna time fulani alikuwa katoi kwa home. Mamake alikuwa anampenda sana, alikuwa anamuosha na mpeleka out, wanaenda na yeye na babake, akatumwa kwa shop anarudi. He was once a sober man. He had once a sober mind. Hakuzaliwa akiwa hivyo. But yeye alikamkujua hizi vitu, then zikamshika mateka. Now this person cannot live without this thing whatsoever. Nilipata na msemo mwingine alitoka majuu, alikuwa amezoea kutumia hizo vitu sana. Alafu akatoka Kenya, akaenda majuu, akadipotiwa, akarudishwa huku. Sasa ile pesa alikuwa nayo, aliitumia yote. Hebu imagine kila siku 750 every day 750. 750. Haujakula, haujafanya anything. 750 every day. And then wakati umetumia hii kitu, mind yako haitakuwa sober. Bwana asifiwe. There is now a mode enye hii kitu itakuweka kwa hiyo mode. So kwa hiyo mode enye hiyo kitu imekuweka, hauwezi reason come to sober. Bwana asifiwe. Ndio unapataga wale wase wenye wanatumiaga hizo vitu, unapata msee amedoze kama amesimama. Na ako doze. Na juu hiyo kitu inaoperate ndani yake, yani hakuna kitu kwa mind yake. Mtu mwenye ukamuuliza akiwa class 8, what would you like to be when you grow up? Atakwambia would like to be a pilot. Acha nikwambie, if you want to be someone great, kama unataka kuwa daktari, unataka kuwa daktari, isikupata ukihang out na wase wajaba. Bwana asifiwe. Au watu hata kusaidia kitu yote, kwa sababu the more unakaa nao, the more wana impart hiyo spirit ya jaba ndani yako.
Au unapataga wale mabeshte wanakuambia twende hivi tuona watu wanavuta bangi, twende. What is the essence of that? Bwana asifiwe sana. Don't. Because wakati utajua hii process venye na happenigi, wakati yenye shetani anakudestroy, hapa kuna stage ya mwisho. Hii stage nataka tuangalie hapa tuelewe. Hapa unaona hii stage ya mwisho? Ambia jirani yako unaona hii stage ya mwisho. That's the last stage. Kuna watu wanafikiriaga hii death, hii kill inakuwa ni ile kill ya flesh. Hii si kill ya flesh kwa sababu already kama umededi, flesh yako imededi, there is no essence to be destroyed. Bwana asifiwe. But the devil comes to steal, kill and destroy. After now he destroys you completely. Glory yako yote anaichukua. Ulikuwa kijana mhandi sana. Siku hizi macho yako inakaaga nyanya kila wakati. Yaani wewe ni zombie, yaani hakuna mtu mwenye kila mtu akikuangalia tu hivi, wewe unakuaga tu wewe unakuaga nini? Zombie. Bwana asifiwe. Ushipatana msee macho yake ever ni red. Yaani mpaka hata ukikaa naye hivi unamuogopa. Huyo msee hata akiitiwa interview anaweza pass. Sasa huyo msee si ndio maana depression inashikaga watu. Kwa sababu kwanza akianza, what would you like to be when you grow up? I would like to be a pilot. Huyo mtu sasa ilifika mahali yeye mwenyewe anashindaga kwa makona machuom, yeye anashindaga tu macho nyanya. Yeye akili yake ni apate ile 750, apige dibi zake, alafu arudi home kwanza adoze. Kuna kijana fulani alikuwa alitaka kusema jina yake, lakini nilienda kwake akaniona akaniambia, mjamaa, kwanza hata mimi nilikuwa najua anko yako. Hata niko na picha zake, nikuoneshe. Akaanza kubendivia nitolee picha. Asha doze. Yaani huyo mtu ni destiny gani yako nayo ndani ya maisha yake? Sasa saa hii hakunywi hiyo kitu for fun. Yaani ashafika ile stage inaitwa destroy. Now the devil is destroying him completely. Amweke, ushaona taya kama haina pumzi venye inakuaga? Hiyo gari inazenda mahali. Kuna msee ulikuwa unajua kitambo alikuwa msupu sana, lakini sasa ukimwangalia hata unasemaga ule msee kitambo alikuwa, lakini sasa aliharibu usupu yake yote na hizo vitu. Now right now amekalia rim. Hana ene, hakuna mtu mwenye anaweza msalimia. Hata watu washughulikangi na yeye tena. But wakati alikuwaga kadem kadogo, alikuwaga na marafiki wengi sana. Sana. Alikuwaga mtu ana value. When she was in her father's house, when the devil stole that soul, huyo mtu alikuwa na everything. She had glory. She had a name. She had a good reputation. She had a dream. She had a destiny. But right now, the devil destroyed him completely, that right now, she is empty. Empty. Yani ushaiona msee hivi, yani mpaka hata waizi wakipatana na yeye saa 8 usiku, hata hawezi shughulika na yeye. Waizi. Wacha hata ile mind yati ya kukua timini dem, nikifika saa 3 nafaa kukua home, yeye hadi saa 8 tu. Ayuko huko. Because now he got stolen. His conscience was killed. And now the devil is destroying him. Na ndo maana nimekuambia hiyo last stage after huyo dem ameshatoka hapa, anaelekeanga wapi? Rest in peace. Bwana asifiwe. Wacha niwaambie story moja. And this story really waga inani inspire, lakini inakuwa ni story na hofu sana. There was once a man whose name was Billy. And primary concern ya Billy ilikuwa ni kukua msee rich, msee mwenye unaona wa movie stars. Alikuwa anatamani sana kukua yeye mwenyewe kama the major thugs. Alikuwa gawa wa hip hop mwenye anapenda tu kukua hiyo life, yani ya ubombe, anapenda tu maisha rich. So alifanya hivi, akaanza kuji-involve kwa drugs. Then akaona hata drugs hazimbambi, aka move on to cocaine. Then coincidentally aka drop out of school, akaingia kwa ligi ingine. Sasa alikuwa anataka kujifilie ni real thug kabisa. Ikabidi ame step up, ameingia ligi ingine. Bwana asifiwe. Unajua aliingia ligi gani?
ligi ya the major thugs, wenye huaga wana rob, wenye huaga wana rape, wenye huaga wana kill. Alikuwa anatamani sana kukuwa major. Bwana asifiwe. And one thing happened. Wakati aliapproach hao watu, the first thing that walimwambia is that listen, kila mtu anaweza iba, kila mtu anaweza tumia drugs, kila mtu anaweza fanya, kila mtu anaweza rape, kila msee mmoja anaweza rape, mtu yote tu anaweza rape, mtu yote anaweza ingia kwa drugs, mtu yote anaweza fanya robbery na extortion. But wakamwambia hivi, only a real thug can stab someone until they die, watching closely to their eyes. That's what they told him. Huyo msee akajua yenyewe lazima step up game yake, afike ligi ingine yenye sasa ndio ajibuild jina yake, aibuild ndo yenyewe aweze kureach ile standard yenye alikuwa kitamani. Bwana asifiwe sana. And then wakamwambia hivi, lazima tupatane Friday night at 2:45. The funny thing happened, wakapatana hiyo night, na wakati walipatana kulikuwa natembea kwa street tu when it was raining and they were joking for entertainment. Then one thing happened, they saw a woman. Mwanamke alikuwa kitoka job, alikuwa anaelekea home. Wakati aliona amemezwa na giza, so wakakimbia na wakashika huyo mwanamke na wakampiga sana na wakamdrag, wakampeleka kwa Alabi. Kuna building ilikuwa hapo refu sana, wakampeleka huko juu kabisa. Na huyo mwanamke wakampiga sana, wakamchoke na wakamrape. They raped that woman. Like, yani that woman mumbled for help, but they weren't concerned. Walikuwa wanampiga mpaka she stopped moving. She tried to cry to God, but hao watu hawakuwa concerned. And it happened that wakati yenyewe walikuwa, Billy was made to go the first one. Rap ya kwanza ndo kurepua mwanamke. Then hao wengine, all of them took a turn. Then wakampatia gun, wakamwombe sasa mmalizie. Billy akachukua gun yake, akaekelea yule mwanamke kwa kichwa. Lakini before for pull trigger, ndo alianza kufikiria, yenyewe nishafika mahali penye nilikuwa natamani kufika. Sasa nishakuwa kile kenye mimi nilikuwa natamani sana kukua. Na hiyo time wakati alienda kupull trigger, ndo akaangalia mabeshte wake, akaona wote yenyewe washa gain ile trust na yeye. So yeye mwenyewe akajipiga kifua, ama real thug. Lakini wakati alifungua kitambaa ya huyo mama, what she saw made her clench and stutter, because he was staring at the eyes of his own mother. He tried to call God, but God wasn't there. Only the devil was there. Bwana asifiwe. Akakumbuka venye mamake alikuwa na come home late, akimtafutia pesa, but now for nothing. Because now what was she worth? What was the mother worth? Mamake amelala hapo, amejaa damu, amevunjwa lips. Hizo stuff zote zimemhapenia, all those filthy things that happened. And amestea kwa macho yake hivi, anaona ni mamake, ule mama mwenye alimzaa. Now Billy akashikwa na ile sasa kitu inaitangwa, something I want us to learn about. Kwa huyo mtu, huyu mwenye ashafika ile level ya famine. Because the Bible says that when this man came to his own senses, Bwana asifiwe, he came to his own, Bwana asifiwe, ye mwenye alikam to his own senses. But now Billy came to his own senses when it was so late. Hangeweza kuandu ile kitu yenye alifanya. Hangeweza kuandu ile act yenye alifanya hiyo time. All for the name of kutaka kukuwa major. Because I asked you the first thing, what do you fear most in your life? The worst thing in life nikakwambia is living without her. Now Billy alitimiza kenye alikuwa anataka kufeel, yeye ni major thug. But ilikuwa na purpose yote kwa maisha yake. Ilikuwa na purpose gani? Because no, mamake alikuwa na come home late kumletea unga, kumpatia chakula, anamlea akiwa kutoka mtoto. Kafika mahali akajiingisha kwa hizo stuff. But the Bible says that this man, when he came back to his own senses, akakumbuka that kwa babangu kuna kila kitu yenye mimi nilikuwa nataka. You know what happened to Billy? Ndio kujua kenye kile happen.
alijirusha kutoka kwa hiyo building. Ndo akadedi because he couldn't live with himself. Na hiyo conscience yenye alikuwa nayo hangeweza kulive nayo. Hangeweza tena kulive na kitu ati mimi nilirep mamangu na mabesto wangu. Hangeweza kulive by himself. But now that's what I'm telling you. After this point of famine, Bwana asifiwe, there is no other turnaround unless you will come back to your own senses. Na ukumbuke, kwa baba yangu nilikuwa napata kila kitu. Sikuwaga nahitaji, I was not in want. Bwana asifiwe. Sikuwaga nahitaji hizo pods. Hiyo cocaine yenye ilifanya mimi nikuwa na hiyo boldness ya kurep mpaka mamangu. Bwana asifiwe sana. Sikuwaga na hizo vitu zote. I was living peacefully with my dad and my brother. Bwana asifiwe sana. But now it comes a point that you need to come back to your own senses. There are so many pods in a person's life. So many pods. So many pods in your life. Kuna pods za drugs, kuna pods za sigara, kuna pods za bangi, kuna pods mingi sana kwa name them. Kuna pods za kukuwa addicted na sex. Kuna hizo pods. But hizo pods mahali penye zitakuelekeza, my brother, my sister, unless reality hits you. Bwana Yesu asifiwe sana. The book of Proverbs 25 verse 28. There is something here that I want you to know. Proverbs 25. Verse 28. Proverbs 25:28. And the scripture says that whoever has got no control of his own spirit is like a city broken down without just like a city without walls. So a man who has got no control of his own spirit is like a city broken down without walls. Yani kila kitu unaweza do kwa maisha yako. Mseki kama hapo kuambia nyewe niko na cocaine, niko na heroin hapa. Utajaribu, leta. Yani wewe hauna control, yani wewe ndani yako hauna ile spirit ya kusema no. Bwana asifiwe. That is dangerous. Don't let your life end up like Billy's life. You are far much worth than the capacity of how worth you think you are. Bwana asifiwe sana. You are so precious. That is why the devil wants to steal you. Wacha niulize swali. Na nitauliza pale nyuma. Ungezenda mwizi angeza kuja kwenu, anaweza iba kijiko ya kukula? Mbona hawezi iba kijiko ya kukula? Haina maana. So mwizi huiba ile kitu iko na So kwa nini shetani anakuiba basi kwa baba yako kama wewe si wa maana? Kama wewe si wa maana anaweza kuiba. Unaweza enda kupora mtu mwenye ni mlevi ameanguka kwa barabara na yule doro, unaweza enda kujaribu kumpora. Unajua tu hana ene. Na tukipatana mimi niko na suti vizuri sana alafu nimeanguka. Utajua wenyewe umsena kaki? Wenyewe you are worth. You look, wewe unakaa worth. You are worth. You are of much worth than you even think. The devil knows your worth. Don't let the devil know your worth more than you know your worth. Bwana asifiwe. Wewe jibebe kama mtu wa maana sana. Kwa sababu the more you get initiated in these things, it gets so hard for these things to leave you. Bwana asifiwe. Just cause uko out of mtaa yenye unaishi. Unaishi mtaa gani? Kwenu ni wapi? Laikipia. Just because umetoka Laikipia na uko hapa Nairobi, sio kumaanisha ati Laikipia imekutoka. Tulikuwa nasema unaweza toa msee, unaweza mtoa hapo umpeleke Amerika, lakini haujatoa Ukenya ndani yake, bado wako na uke. Usikubali hiyo mentality yenye ya hiyo place yenye ulikuwa unaishi ikulimit. Bwana asifiwe sana. Don't let the limitation of what you used to do limit you from your life. Come back to your own senses. Bwana asifiwe sana. Nataka watu wawili wakuje hapa. I want to show you an example. Just two people. Volunteer mkuje hapa kuonesha example.
He has two people. Bwana asifiwe. This is what I mean when I say when he came back to his own senses. Wacha nikuelezea hapa. Hii inakuwaga ni reality kukuhit. Bwana asifiwe. Just like I said, you will never know the worth of something until you lose it. Bwana asifiwe sana. Hautawahi jua kitu ni ya maana unless we lose. And I add something else to it. The easier something comes in your life, the more easier it is to live. Bwana asifiwe. Easy come, easy go. The easier something comes in your life, the easier it becomes for that thing to live your life. Bwana asifiwe sana. This is what I mean. Unaitwa? Jane. Na unaitwa? Lucy. Jane ako hapa. Jisimame hapa. Nimehubiria Jane na nimemwambia Jane, fanya hivi. Pombe ni mbaya? Pombe ni mbaya. It's an example. I'm using an example. Pombe ni mbaya? Saa hiyo Jane ako na tudoo kwa mfuko na anaona yenyewe, mimi yenyewe ile hesabu nilikuwa nimefanya, mimi yenyewe lazima usiku nile. Anakosa kusikia. It's an example. Then tumeachana na Jane. Ameenda amepata accident na amededi. Bwana asifiwe. Then wakati amededi sasa tuseme ni yeye huyu Jane, si ndio? Ako to the other side. Hawa Jane wawili ni watu wawili tofauti sana. Bwana asifiwe. Huyu anajua the pain of losing a life. Huyu hajui the worth of life. Yeye anaona pombe ndo kitiama. Reality ya life yenye nimemwambia pombe ina uanga bado haijamhi. Unaelewa venye nasema? But wakati yenye ame cross over the other side huyu, sasa huyu Jane akapatana na huyu, hata anaweza piga huyu makofi mingi sana. Wewe mwenyewe hujui uko kwenye kunakaa. Bwana asifiwe sana. The reality haijakuhit. That e life ni lazima uredeem time. The Bible says redeem time because the days are evil. Bwana asifiwe. Redeem time. Nilisikia asubuhi tukifundisha kuhusu time. Time is the most important asset you can ever have in life. Na hiyo time ndo hii yenyewe Shetani yuko kuja kukill. Bwana asifiwe. Akisha kill conscience yako, akikusha kupeleka hii level ya kukudestroy, hapa ndo time yako yote inaishianga. Unapata msee alianza kukunywa pombe akiwa 18 years na sasa yako 55 years na bado analewangu na ilishamuingia kwa mwili na hakuna kitu kingine najua. So huyu wakati nimempreachia hawezi understand kenye nasema saa hii kwa sababu wako na doko mfu. A man who has got no control of his own spirit. But huyu wakati ametoka kwa life, kama huyu angekam apatane na huyu, angemwambia yenyewe wewe wachana pombe kabisa, the same person. But huyu reality imemhit. Bwana asifiwe sana. Reality imemhit na amekam kurealize hii kitu siwezi tumia sana, enyewe hapa sina life, I'm about to die. Bwana asifiwe sana. Huyu asha come back to his own senses na akaanza jia kurudi kwa baba yake. Bwana asifiwe sana. Do you understand what I'm saying? Who has a question? Naweza keti. Nani ana swali? Anyone, just ask me anything. The floor is yours. You can ask me any question you have in your head. Anything. Niulize how? How can I overcome this? How can I do it? How can I live this? And I'm used to it. Imeshaingia kwa system ya mind yangu. How can I live it? Bwana asifiwe. Ni nani ana swali? Maboi pale nyuma tafadhali, acheni kuniangusha. Ask me anything. Any questions so far? You can write a question down and just pass it over to the usher. He can just pass it to me and I'll answer it. Bwana asifiwe. What I'm trying to do is I want you to come back to your own. Unajua mtu mwenye ametoka form 4 saa hii ama mtu mwenye ako high school na mtu ako fresha kutoka shule, huyo mtu na ukimpeleka kwa mtu mwenye ametumia pombe miaka 30, au ni watu wawili tofauti sana. Because huyu fresha, huyu hajui
Life ni serious. Bwana asifiwe. Yeye mwenyewe anabebanga tu vitu rahisi sababu anakona ile worth, inampatia joto, anafikiria still have time. But you don't have any time. Bwana asifiwe. Time is so important. Tutasoma kuhusu time some other day. But time is so important in your life. So one thing I want you to do, I want you to come back to your own senses. Usiwahi fika mahali kama Billy when there is no turn around. When you can no longer live with yourself. Bwana asifiwe. Don't let that moment come to your life. Don't let that time come soon you. Bwana asifiwe. The devil comes to steal, kill and to. But Jesus came. But I came to give you life. And to give you life in abundance. Bwana asifiwe. Yes. Kidhani wanaogopa kuuliza lakini umeruhusiwa kuandika kwenye karatasi upatiane. Pastor atasoma. Good. Sawa. Andika tu question ambayo uko naye kwa paper, a piece of paper, upatiane kwa pastor asome akurudishie swali yako. Asha anakuja kirogote hiyo paper yako. Utamuinulia tu mkono unachukua karatasi napelekea pastor pale. Acha nikomee, kuna swali moja niko nayo hapa. Na huyu mtu anauliza, mtu anezaje wacha mihadarati juu venye nang'ang'ana kuacha ndivyo natumia. Bwana asifiwe. I'm going to answer that question because one thing you need to understand is that drugs are meant to entangle your mind. One thing that the devil does is that unaona mind, abuguza akili yako hivi. Hii ndo kitu shetani huaga na challenge. Bwana Yesu asifiwe sana. The devil hakujangi kwa roho yako. Anakuaga akijua the only channel to your heart is your. Ushajiuliza swali moja, ushajua ukiamka asubuhi. Hebu sikizeni, uliza jirani yako kama ananisikiza. Ukiamka asubuhi, kale kawimbo unasikianga kwanza kabisa hata kabla ufungue macho. Au kawimbo unakaibanga siku mzima na siwe unaenda kukatafuta kana kama mtu. Ushajua hivyo? Ushajua wale maboyo wenye mnachezaga pool, ka ushacheza pool. Ushai notice ungeza cheza pool the whole day alafu uende kulala. Ukifunga macho hivi utakuwa unaona venye black ilikuwa white ilikuwa imefichiwa na tu ndio ufikishia black. Najua mnaelewa kenye nasema. Yaani kama unachezanga Candy Crush siku mzima, ukifunga macho ukienda kudoze kitu unaona ni hizo beans. Venye ulikuwa unazicrush 5 na kuletea kile kikalafu. Bwana asifiwe. Because the mind is a programming. What do you think? Mbona watu wanapelekangwa rehab? Because the program of the mind inanidingi kitu inaitwa time. Bwana asifiwe. Nikuambie kitu moja. Kama we unatumiaga bangi, ukae for 21 days kama haujaitumia, bangi ishatoka kwa akili yako. The limitation get out of your head. Na niwaambie kitu moja. There is something when you're born again, something called transformation of the mind. Bwana asifiwe. Transformation of the mind, hiyo hainaga anointing yoyote ya kukutoa. Transformation hainaga anointing. Bwana asifiwe. There is hata ukeza ekelewa mikono na bishop. Haezi kutransform mind yako, hiyo ni decision wewe huangu una make. Bwana asifiwe. I want to be transformed. Ndio maana mtu anapeleka rehab, unakaa for all those days. Sasa programming yako unazoea kuamka asubuhi, unachukua chai. Bwana asifiwe. Si umeshachukua chai? Haya, ukishachukua chai, unaenda dining hall, unakunywa hiyo chai, si ndio? Ushatoka dining hall, unaenda, unaomba. Ukishatoka kuomba, ndo unakanyaga yani hiyo inakuwa ni programming yako ya siku. So wakati umezoea kufanya kitu sana, hiyo kitu ndo inaendaga inakuwa wewe. The more ulienda kukunywa bangi, ukaizoea, the more it is, ukiwacha na ukae siku mingi ka hujaitumia, utaweza kuiacha. Kwa sababu acha nikuambie kitu moja. Nani anakuongelea kagan kwa kichwa na kuambia uende ubai bangi uvute? Ni nani? Kuna msi alisema mimi sitakunywa pombe, nitakaa home mpaka inipate hapa home. Unajua aliacha hivyo? Bwana asifiwe. Kwa sababu haikujangi kukutafuta. Yaani wewe mwenyewe na ni willingness yako inakupelekanga hadi kwa pedi. Unaona umpatie chwani unamwambia mimi nataka shash. Ama mbao na kiloko.
Wewe ndo unajuanga ntianda kibongo. Wewe ndo unajiambianga tu wewe mwenyewe. Wewe ndo unatokaga kwa nyumba na pesa yako, unaenda kwa klabu unapatiana. Ndirenda gikombe kiria keiru. You know what it is. Nataka kilegi ula leo. So nikiwa na 180 na juanga niko na vikombe 3. Bwana asifiwe. Ni wewe mwenyewe unajitoanga. Wewe mwenyewe ndo unatokaga home. Wewe mwenyewe unajipeleka na miguu yako. Yaani si miguu ya mtu mwingine unatumianga ukienda kwa pedi. Bwana asifiwe sana. So hiyo miguu si uiambie leo siendi. Uone kama hiyo bangi itakupata home. Inaweza kupata home. Inaweza kupata. Nani ashaika home bangi na kam inampata? Nani ashaipata na temptation kama yaamua mimi siendi nje kuitafuta? Kuna msee aliimba akasema, if you want to find gold, go dig it in a mountain. If you want to find silver, go dig it in the stones. But if you want to find heaven, go read it in the Bible. Bwana asifiwe. Everything that you want, there is the source of where you can find it. Hakuna venye stima tunazineza chapa hapa tuseme ati stima zimepotea juu maji imepotea. Bwana asifiwe. There is no connection between those two. Ukiona stima zimepotea unajuaga either pale ndio uende utengeneze, utafute mse electrician kama atengeneze. You know where the source is. Bwana asifiwe. So if you want to live these things, let me tell you something. You need to make a decision and give yourself 21 days. Aki sitatumia hii kitu. Na venye itakuwa tu situmii. Bwana asifiwe. Hebu uliza jirani yako kama ananisikiza. Mimi nilikuwa addicted kabisa na kitu yenye ilinisaidia sana. Ni ati wakati nilijiingiza kutumia DB heroin, something tragic happened to me. I got arrested na nikaenda jela. Na wakati nilienda jela, huko nilikaa. Sema nilikaa. Huko nilikaa. Na wakati nilikaa huko, hiyo time yenye nilikaa huko ilinisaidia, ile kitu ikakuwa imetoka kwa system yangu. Bwana asifiwe. So when I came out, sikuanza kutumia hiyo kitu yenye nilikuwa natumia. Ambia jirani yako sikiza. Sikuenda back kwa hiyo kitu, hiyo DB nilikuwa natumia. Nikaanza sasa kuingia kwa class nyingine ya pombe. Pombe zikanipeleka mbio sana, nikatoka Kenya, nikatoka outside country. Nikaishi huko kukunywa, nikapata depression. Nikakuwa msik kabisa hadi nilikuwa nataka kujiua. Ikafika mahali nikaona si yuko, hata kampuni wakaona si yuko competent at all at that line of work. So I got deported back to Kenya. Bwana asifiwe. Nikadipotiwa. Kudipotiwa kukaa mzile do zote zenye nilikuwa nazo. Zote nikaziimbia. I sang for them. Nikazitumia zote. Nikabaki sina ene. Inabidi mpaka wale mabeshte wenye walikuwa wanaona ni mimi wakati nililand nilikuwa na mabeshte wengi sana. Baka tukati pesa yangu iliisha. Bibi sijui mabeshte walienda wapi. Bwana asifiwe. Ikabidi ikafika mahali tena nikaanza kusumbuka sana. Bwana asifiwe. And it came a point, nikafika kwa hii point ya huyu kijana. It came back to his own senses. Na nikaanza kufikiria. Sasa hata hakuna mtu unaweza kopa so anipatie. Mimi nikajipeleka mlimani. Hapa tu kuna mlima into Mount Horeb. I took myself there 7 days and I fasted. And I told God, nikafast na ile verse inakuga kwa Psalms chapter 51 verse 10. Create in me a pure heart, O God, and renew in me a steadfast spirit. Bwana asifiwe. Nikakraia Mungu, nilikuwa naambia Mungu, Mungu wewe unajua. Honestly, I didn't hide anything to God. Nikaambia Mungu, ningekuwa na 200 hapa saa hii, haki ningekuwa already kwa klabu. Ningekuwa kikombe ya pili saa hii. I didn't hide God anything. Nikamwambia God, you know my heart, you can see it. Sai angalia God. Mimi ningekuwa na dosa hii singekuja hapa mlimani. Ningeenda kwa klabu. Lakini wewe mwenye unabadilishanga wanadamu, change my life, oh God. Mimi nakuambia nilikuwa na pain ndani yangu. Jua kuna msi angenikopesha hata bob. Yani I was worthless. Bwana asifiwe. And let me tell you one thing. At the end of the second day, nikaanza kufeel the joy of the Lord in me. Nikaanza kufeel the peace of God. Nikaanza kufeel nina enjoy. There is a certain parameter of peace and joy that the Lord gives you when wewe mwenyewe umekuwa honest kwa Mungu.
And the Bible says in the book of Nehemiah that the joy of the Lord is my strength. So hiyo joy ikani preserve. Bwana asifiwe. Na nikaendelea kupersist mpaka hizo 7 days zikaisha. Kurudi home nilikuwa nasikia nimewaka hivi. Nasikia tu kusoma word, hata sisikii kukaa na wasee. Nataka tu kukaa na Bible yangu tu nisome. Bwana asifiwe. And hiyo time wakati nilikuwa nasoma, I didn't know that I was getting transformed every day by day by day. God akaendelea kunitransform. And then say something funny happened. Say something funny happened. That I'm standing in front of you right now. Mse mwenye hakuwa na worth kwa society amesimama mbele yenu hapa saa hii akiwapatia word. Let me tell you something. Wakati wewe mwenyewe unaambiwa ati Jesus saves, hiyo imekuwa ni wimbo ya taifa kwako. Yani hata huonagi kama mzee anasema kitu. Unashinda gani kitu nimezoea kusikia. Ukipita mahali kuna crusade, Yesu anawaokoa. Wewe unasikia gatuni kitu common tu unasikia. Hiyo ni hadithi tunasikiaga. Hiyo ni story. Yani ulishazoea hizo words. But mtu mwenye amekula hizi pods. Bwana asifiwe. Mtu mwenye amekula hizi pods, amekula na nguruwe. Mtu mwenye nilikuwa na kosa mpaka chakula na hakuna msee anaweza nipatia hata kitu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa acha nikwambie, right now I'm preaching the gospel of Jesus Christ, who redeemed me and who made me of worth. Akanirudishia worth yangu. Na nimesimama hapa saa hizi mbele yenu nikiwaambia hata ungeza kuumetumia nini, name it, hiyo kitu nishaitumia. Jonye mimi sidani ile kitu yenye sijaitumia ni nakoti nyingine. Juu nilikuwa natumia hadi Chavis, nilikuwa natumia hadi Kuber, meth, crystal meth ndo tu sijaitumia kwa drugs. Bwana asifiwe sana. So if I'm standing here in front of you na niliweza kuacha, just know hakuna kitu yenye uwezi acha. Kama zilifanya niendeaje jela, nikaona mpaka watu wakikufa hivi na macho yangu hivi. I saw that with my own eye. Mse anapata cholera na akona TB. Na huwezi toka ward. Cells za jela zitui cells ni to ward. Hauwezi toka nje. So yeye mwenyewe akaniachia namba, akaniambia, "Jamaa, wewe unakaa msempoa, shika hii namba. Ukishatoka, hiyo ni namba ya mamangu. Wewe umpigie umwambie nampenda." Asubuhi karau kupiga mlango kuingia hivi, mse amedoze kupigwa teke hata asongi. Kumbe alishakufa. Akafunikwa tu na blanketi na akatolewa. I've seen many lives get wasted with my own eyes. So I know the pain of what I'm telling you today. Bwana asifiwe sana. The Lord lives. Kuna Mungu na Mungu anachanging mse. Usitake kulearn by experience. Bwana asifiwe. What if you have a wife and she is addicted in all kind of drugs? What will you do? Sasa unajua hapo huyo mtu lazima yeye mwenyewe umuin back na love. Bwana asifiwe. Hakuna mtu anakuaga so far away ati hawezi kuwa redeemed. Bwana asifiwe. Even God himself was patient with us. He was patient. He got patient with us. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye mwenyewe alivumilia kwa sababu yetu. Kama yeye mwenyewe alivumilia, why wewe mwenyewe mbona huwezi vumilia? Unaweza vumilia na umuombe. Try to bring that soul back to God. Bwana asifiwe sana. I have seen all those kind of people. Nishaona watu kama hao. Watu wenye ni mwanamke kwanza mwanamke ni kitu moja. Unajua ukaza pata na mwanaume pale kwa barabara amelala hapo ni mlevi. Hata hakuna mtu anaweza shughulika, unampita tu hivi. Lakini yenyewe ukipata na msichana amedoze pale, yenyewe hiyo ni picha nyingine tofauti. Unasikia? There is a worth that wewe ukiwa demu unafaa kukuwa nayo. Just know that worth. Sisemi mabao usiangalie worth yako. You too have destinies. You're the heads of the house. One day unataka kukuwa na watoi wako from the one woman. Wewe demu, wewe msichana. Kama yenyewe unaishingi na unatakaga yenyewe, mimi natakaga kufulfill destiny yangu. Nataka kuwa na hazi ananipenda na nataka kuwa na watoto watatu from the same father. From the same. Lazima yenyewe uko na control na maisha yako. Bwana asifiwe. Na kama wife yako kwa hivyo, kitu moja unafaa kufanya, win her back with love. There is nothing more stronger in the world than love. Bwana asifiwe. Muombe na ujaribu kumuongelesha na ukue friend more than a friend.
Kwa sababu watu huwaga wanakosa kuunderstand. Tutaongea kuhusu relationships kwingine. But one thing is so important to win a soul is friendship. Be a friend, be understanding to that person. Bwana asifiwe sana. Sasa ningeza simama hapa nichore 6. Ukiwa hapo unaona nini? 9, si ndio? Who is wrong between me and you? No one is wrong. It depends on your perspective. Bwana asifiwe. Ina depend umesimama wapi. But ungezaenda kwa hiyo side yake umuoneshe hiyo 9 yenye anaona, utasympathize na yeye na atakusikia. Bwana asifiwe. Then come and show that person the 6 that umeona, atakam na ataiona. But usipoenda kwa side yake, usipoona na yeye, usipomuonesha umeona, hawezi kusikia. Tunaelewa? Umeni understand? 6, 9. Ukiwa hapo unaona 9. Mimi naona 6 and I'm not wrong. Bwana asifiwe. God bless you so much. Nawapenda sana kwa sababu I know you have destinies in you. What if you are using drugs to reduce stress? Wacha nikuambie kitu moja. Drugs hazimalizagi stress. Kitu yenye zinafanyaga, unachukua stress zako, ukasigadiro, unaziembeweka hapo na kuja. Acha kwanza nipige 2 nikam. Nani mjanja? Nani mjinga? A wise person finds a solution to something. You don't run to something that will sympathize with you for just 3 minutes ndio ujidanganye. Ni kama vile unaonaga venye ostrich wanasemaga inakuanga. Ostrich ingezaona hii noma saa hii ni noma inakam. Ina kichwa yake inaficha kichwa kwa mchanga. Ati sasa juu haioni ngori haioni. Hivyo ndo watu wanakuaga. Hiyo inakuga ni irony. Acha niwaambie irony ni nini. You know what irony is? Is a group of prisoners dancing on a plane from a band of a person who died on a plane crash. Wajua nikisema nini? Wase ni prisoners, wako kwa plane, washa take over hiyo plane, washachukua hadi guns na kila kitu. Sasa wanasherekea juu wamefunga karao, lakini wana dance. Lakini ile wimbo wana dance, mwenye ameimba hiyo wimbo alikufaga na plane crash. That is called irony. Bwana asifiwe. The audience ndo mwenye anaona the real thing. Wewe mwenyewe mwenye unaenda kukunywa ndo utoe stress. Haukuagi ukienda kutoa stress yote. Kwa sababu haukuagi umeiondoka maisha. Ama ukienda kwa club unayachanga huko unarudi bila stress. Si unakujanga home unapata tu noma tu iko tu hapo. Kama uliacha hujaosha vyombo ati nimeenda kukunywa pombe, hii stress ya kuosha hizi vyombo kwanza niondokee. You see how ironic it is? Hauja solve kitu yote. What you have done is that umejificha macho usione hiyo ngori for 2 minutes, alafu ndio unaangalia kama bado imeondoka. Bwana asifiwe. Wisdom is given by God. May God give you the wisdom to understand that the only thing a man does is fighting the opposition. The greatest warrior in this world is not the person who can hold the heaviest javelin or has the biggest biceps or has the hugest chest. That is not the greatest warrior. The greatest warrior in this world is the man who overcomes himself. Bwana asifiwe sana. Wewe hauna adui mwingine uko na yeye. Ule adui mwenye uko na yeye ni huyu mwenye huu msee alikam back to. Huyu mtu si Mungu alikam kumtembelea. This person came back to his own, not someone else's senses. He came back to his own. Na akakumbuka aya, yenyewe kwa babangu ilikuwa nakula na nashi. Kwani akiwa hapa hakuwa anajua ati anakulaga kwa babake anashiba? Hakuwa anajua, si ndio? Akiwa hapa hakuwa anajua, si ndio? Akiwa hapa ndo aliteseka, ndo akaanza kukumbu because of the pods. Bwana asifiwe. So make that a stepping stone. Kama wewe umewezwa na bangi, wewe jua hiyo ikuwe ni stepping stone. When you overcome that, you are the greatest warrior that the world has ever seen. You don't need anything else. You don't need to outsource courage to do that. You just need to come back to your own senses and go back to your father. Bangi haikadingi value yoyote kwa maisha yako. 10 years after kuvuta bangi ushaanza kupata stretch marks huku zinitangoaje? Ushaanza kuzeeka. Macho zako zinaanza unaanza
Gan tamudura togerero. Unaanza kuchange pole pole. Unapata ushaanza kunywa chang'aa mpaka unapata msee amenona 2 lips peke yake. Ushaona wasekao. Wanaona eti wame tu huku. Yani msee hajanaona mali huku kwingine nakaa hivi. Nakaa lollipop. Bwana asifiwe. Because hizo vitu zinaondoa value yako. You will no longer be handsome, boy. You will no longer be beautiful. But now the world that God gave you, He gave you that beauty so that you can enrich the kingdom of God. Hakukupatia hiyo beauty ndo uweze kujioneshana. Bwana asifiwe. Talk about that one day. But just know your worth. You're much more than that what you're using. Hiyo pod, wewe mwenyewe ni precious kuliko pods. Ni venye tu the devil kills your conscience. And akikill conscience yako, anaanza kukudestroy. And mahali penye shetani na kuelekeza. Sasa ni kifo ya ukweli. Bwana asifiwe. The wages of sin is, but the gift of God is, there is time for redemption. There is a moment that God has given you. There is an opportunity of greatness. And an opportunity of life that God has for you. Hata kama umefanya nini kwa maisha yako, acha nikwambie, usione kama umefanya vitu mingi. Mimi zile vitu nishaifanya, sasa hii nikianza siwezi hata sema zote hapa. Zingine hata siwezi toa hiyo testimony saa hii hapa kwa madhabahu. Kwa sababu zingine ni horrific sana. Bwana asifiwe. Yani, my life is a legend. If I wrote it on a book, it would be very scary. Bwana asifiwe sana. Yani kutu kwenye mimi nimehungura hivi, kwenye nishaienda hivi. Zile mambo zile nimeona mimi mwenyewe na macho yangu, usione kama uko mbali. And kama nimesimama hapa mbele yenu nikiwa preaching about Jesus Christ, then there is nothing impossible for God. Nothing. Na usijipige kifua juu wewe ni mwanaume unaweza doze na wasichana wengi sana. Hakuna hero iko hapo. Anko yangu alikuwa hapo wakati alikuwa amekonda kwa kitanda hapo. Na alikuwa mswa taekwondo, alikuwa na 4th dan black belt. He was a hero. Alikuwa ameenda mpaka Korea, ameenda South Africa. Amekamna belts, medals. A hero. But I came to learn that hata kama yenyewe unajiona uko hero aje, Samson alikuwa hapo. Na Rodhiero wa digiri, anaua wase 5,000 na aliangushwa na msichana. Unasikia? Unaweza kujiona wewe ni hero sana, lakini kuna kapode shetani amekuwekea kwa maisha yako Kenya katakuweka Elijah alikuwa mtu mwenye anaitisha moto kutoka juu mbinguni, inakaa na inaban mpaka madhabahu, na alishtuliwa na mwanamke. Jezebel alifanya apotee, mpaka anaambia Mungu, si unaona ameua wanabii wote. Mtu mwenye anaitisha moto kutoka mbinguni anaogopa mwanamke. Usione kama wewe ni hero kwa hiyo kitu unadu sana. Just be wise. Unasifiwe. Wisdom is given for free. By the way, God halipishangi wisdom. The only thing you seek for is the knowledge and the understanding of God. The Bible says that for God gives wisdom, out of his mouth proceedeth knowledge and understanding. Unasifiwe. But are you patient for the Lord to speak to you? Are you? Bwana asifiwe. Unapataga mtu anaenda kwa klabu akae kutoka saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, 11, 6, saa 1, saa 2, na tukienda saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 11 asubuhi, na 6 inafika, saa 1 inafika asubuhi, saa 2, saa 3, saa 4 ako kwa klabu na aboeki. Hakuna kitu inamwambia toka nje, lakini ando mwambie akae kanisa 5 minutes. Kuna challenge. Juu kenye wewe mwenyewe umejiinstall, kenye umefeed mind yako, kimeenda kwa heart yako, kenye una desire, not godliness. That's what I'm telling you. Make a point to be transformed. Hakuna topic napenda kuongea kuhusu kama topic ya transformation. Unasifiwe? Hakuna kitu napenda kuongea, because I know the power of the mind. I know how powerful a mind is. And hiyo ndo shetani huaga na come anakill. Bwana asifiwe sana. How can I be born again in the new life? Bwana asifiwe sana. Kama umeuliza hii swali, you are not far from the kingdom of heaven. Bwana asifiwe.
The Lord, Mungu anasemaga, behold, I stand at the door of your heart knocking. Do not harden your heart. Bwana asifiwe. Kukuwa born again ni wewe mwenyewe unamekigia point na una decide, mimi sitaishi hii life tena. Unajua Esau wakati aliuza firstborn wake, Esau was the firstborn, right? Wakati aliuza urithi wake, there is something that Isaac alimwambia, you will always be a slave of your brother until the day you will get tired. Hiyo kuget tired, hiyo ni wakati yenye you come back to your own senses. Bwana asifiwe. Until the day you will get tired and ease that yoke off your neck. Bwana Yesu asifiwe sana. If wewe umeuliza hiyo swali, just get born again. Bwana asifiwe. Being born again ni kukam tu hapa, unaombewa, and then the Lord is going to feed you with the joy of the Lord and the peace of God that transcends human understanding. You're going to be someone new. The Bible says that, behold, those who are in Christ, they are a new creation. Bwana asifiwe. The past is gone. Ile mambo yote yenye ulikuwa unadu, yote Mungu anakusamehe. Hata kama uliua. Daudi si aliua. Si aliua Uria akachukua wife yake. But then God said he is a man after my own heart. How can you understand that? With a basic mind. God is so different that when you cry upon God, he forgives you. Bwana Mungu wakati Ahab aliua Naboth na akachukua vineyard yake, the Bible says a prophet was sent to him. Amwambia yenyewe wewe umeua. Na kenye kita happen, wewe damu yako itakuwa leaked na umbwa mahali penye ulimuulia. Bwana asifiwe sana. And the Bible says that wakati alirudi home, alililia Mungu. And Mungu akatuma huyo tu prophet mwenye alikam kumleta information ya doom. Enda umwambie, umeona venye amehambu. Enda umwambie nimemsamehea, lakini haya mapigo nitapelekea watoto wake. Bwana asifiwe. God can give you time to repent. God can change his mind on you. Hata kama umefanyaje. So usijione uko mbali sana. Salvation is for free. Bwana asifiwe. Na tuseme umeamua kuacha bangi for 21 days. Alafu upatane na stress uwezi tumia. Sasa acha nikuombe kitu moja. Wakati umeacha for 21 days, kitu yenye unafaa kuwa unafanya ni unafaa kuensure that hizo 21 days na ujiandikie kila siku kitu yenye utafeed hati yako. The word of God. Bwana asifiwe. Wakati demon inatoka ndani ya mtu, the Bible says inaendaga kwa wilderness inatafuta mahali pa kuishi. And the Bible says inakosa. Inasemanga aje? I will go back to my house that I used to live in. When it finds the house empty and clean, inaendaga inachukua demons zingine ngapi? And the worst part of that life, the end time of that man becomes worse. Kwa sababu hiyo nyumba ilikuwa empty. Feed that house with the richness of the word of God. The word of God is the best deliverance you can ever have. It is the best deliverance you can ever have. This is life. Bwana asifiwe. Mtu anawezaje kuacha mihada? Okay. Hiyo nilikuwa nimesoma. Ulifanya nini ndo uache madre? Nilidecide na nikaenda mlimani ndo God anitransform. Bwana asifiwe. I made a decision. Bwana Yesu asifiwe sana. So uko na miaka ngapi? Kweli una participating kwa spoken? Si kwa spoken. I used to have a talent back then when I was in the outside world. I used to be a rapper. Mungu alinichenye kwa nakana kitabu hapa nyuma. Nikisikia kamstari kamekam na andika chini. So I got that talent. And yeah, I can be in the spoken word industry, but that's not what I'm doing right now. Right now I'm preaching the gospel, and I want to win souls for the kingdom of God. Hallelujah. Ati Jesus alikunywa wine, I guessed in the last supper. So si vibaya kukunywa wine. And the wine is like alcohol. Bwana asifiwe sana. Let me tell you something. Just because you are outside of your country doesn't mean that that country is outside of you.
Kitu yenye God anakuaga akiangalia sana ni motive yako ya kufanya hiyo kitu. Mbona unakunywa? Enda ulize huyo mtu kwa nini unakunywa? Hebu muulize kwa nini unakunywaga. Maybe ni yeye ameandika hii. Unakunywanga ndo ulewe usikie vizuri. The Bible says in the last chapter of Proverbs that wine neghe johi alia marora. Give wine to those who are perishing. Bwana sifiwe sana. Wine is a brawler, and whoever is led astray by wine is not wise. Wine is not for kings, it is not for princes, lest they drink and forget the law. Unapatana na msee amevaa suti akienda hivi, ni smart sana, Bwana asifiwe sana, na kasharpshooter kama mimi. Lakini akirudi ni msee mwingine anaenda akitembea kita kila mtu be. Be, kame. Msee mwenye alitembea hapo hata ungemkopesha pesa zote, lakini hiyo time ya pili mwenye amekam hata Bob huwezi mpe. So ina reduce worth yake. Bwana asifiwe. Pombe ina reducing worth ya mtu. So do not think that you take ndio kuwe wa maana. How can one revive their conscience? That is a good question. The Bible says in the book of Job chapter 33 verse 4. It says that the Spirit of God makes me, Bwana asifiwe, and the breath of the Almighty gives me strength. Mwadhani ya osho. Unanipata? Life is given by the Spirit of God. Once you are born again, the Holy Spirit himself becomes your conscience. Bwana asifiwe. He is life. The Bible says that the Spirit gives life. The flesh counts for nothing. Flesh hakuna kitu itawai rithi kutoka kwa Mungu. Mwadhani ya osho. The flesh counts for nothing. Your spirit na flesh ni vitu mbili tofauti sana, kwa sababu they wage war against each other, and the Bible says that they are in constant conflict. Hiyo vita haitaisha, itaisha ukizikwa. Mwana ni osho. Vita ya spirit na flesh inaishaga mtu akikufa. Bwana asifiwe. How did you overcome drugs? I became born again and God transformed me. I decided that I want to cry and plead to God because I knew that only in God will I find refuge. Bwana Yesu asifiwe sana. Steps you may follow after you have faced reality. Yeah, there are so few steps that you may follow. First step is to guard your heart. More than your osho. Guarding your heart, it is so easy. It is just guarding your mind. And the things you listen, the things you see. Bwana asifiwe. Ushaiona kipofu mwizi? Ushaiona? Ushaona kipofu mwizi? Nani ashaiona kipofu mwenye anapora watu vibeti Nairobi? Mbona haezi iba? Kwa sababu hajaiona, sio? Sababu ukiona ndo unafikirianga, ukishafikiria ikikuexcite unaanza kutamani. Bwana asifiwe. Tamaa haianzangi ikiwa tamaa, inaanzaga ikiwa kadogo sana. But wewe wakati umeanza kukafikiria tena, kanaanza kuwa meditation. Na kakisha kuwa meditation ndo inakuwa sasa wewe. As a man thinketh so he is. So zile vitu unafikirianga hizo ndo unakuaga. If you want to overcome this reality, ukitaka kuiovercome, lazima uguard zile vitu zenye unaonaga, zenye unafikirianga na zenye unasikianga. Wacha nikuambie kitu moja. Nikwambie. Count 5 friends in your life wenye wanakuvutaga chini, ama vitu 5 zenye zina consuming time yako sana. Unakosa kusoma Bible. Hizo vitu 5. Unaona, hata usiniandikie. Wewe andika tu, wewe zijue tu vitu 5 zenye zinakulaga time yako. Kuna mtu ataandika hapa Candy Crush. Mimi najua hivyo. Kuna watu na staff. Kuna watu ataandika ball. Ina waste time yao yote. Wakati unaiwatch sana, ishaanza kukuingia. So, now the limitation of being an addict of a football watcher ishaanza kukuingia. So hata unaweza kosa kuenda church ndio uende ball. Bwana asifiwe. Inakuwa priority yako. Let God be the first priority. Andika hizo vitu 5. Na hizo vitu 5 uzishike hivi. Useme these are the enemies of my destiny. Na hizi vitu sitaizifanya tena kwa maisha yangu. And then uone venye God ata change life yako. How did you get out from the addiction? And you said
that if you leave it at once you may die. Hii nilikuwa naongea kuhusu heroin, na kati nilikuwa heroin ukishakuwa addict, mtu akienda jela unapeangwa mat kwa sababu wanajua kikosa kupewa utadedi. So hiyo time ndo nilikaa huko nilikuwa napewa mat. So mat inakuwa ni ile ya kustabilize mtu. Juu ukiacha at once body yako waga unaanza kutoa vidonda, hati inaanza kubeat sana juu mwili ilikuishazoea damu kukimbia. So the moment unaacha hiyo kitu at once, nikasa hii utoke hapa ukimbia hadi Nairobi uende uruke kwa swimming pool, unajua umekufa. You know that? Ungeza toka hapa mbio uende hadi Nairobi uende uingie kwa swimming pool baridi saa hiyo you are dead. Bwana asifiwe. Mwili yako damu ilikuwa inakimbia. So wakati umeingia kwa maji baridi, mishipa ilikuwa imefunguka hivi, sasa ina contract and then the heart ina beat kwa the same intensity. So what will happen? You'll get a heart attack. Kwa sababu ile pressure ya kupiga damu haipati space enough ya kupiga damu. So your heart stops and you die. Hivyo ndo hizo vitu zinafanyaga mtu kistop at once. Ni kama gari yenye iko na turbo, lazima iko kitu nitago turbo timer. Bwana asifiwe. Ndio hizi mepole pole. Hata ukiwasha gari unaongojaga kwanza oil ichemke, ikuwe moto, ndio uende nayo. Bwana asifiwe. So, hizo vitu zina happeningi wakati mtu anatumia hizi hard drugs sana. Ni ati lazima ukue ni rehab, hiyo ni rehab. But one thing I want to tell you, I didn't know Christ by then. But Christ akiingia kwa life yako, hata uwezi feel hizo after effects uwezi zisikia. Bwana asifiwe sana. I believe in a supernatural God. The God who is able to transform anything. Kama kawingu kamoja hivi kaliweza kukuwe na mvua hiyo yote. I believe in a God. Kama mimi ningekuwa nimezikwa mimi ningekuwa nimekufa. Mimi nimepoteza marafiki wengi sana mimi kwa maisha yangu. Nimeona wakikufa hivi nikiwaona. Mwingine tunakunywa changana niambia nimesikia kitu imeanguka kwa tumbo. Kube nini? Riagwa. Don't laugh, I'm serious. Life is so serious. Mimi singekuwa hai. But I believe in a supernatural God, the giver of grace, who can give you life and who can transform you. Bwana asifiwe sana. Kama uko addicted na drug na unataka kuacha, na kama umeshindwa au sio, nishajibu. Nitafanyaje niwache bangi? Hiyo ni kitu rahisi sana. You just need to be transformed. Make a decision. Kama uombewe uokoke, and then take your time useme mimi nitakaa wiki mzima hata sitaongelesha msee na hata sitaenda nje. I won't. Na sitaki hata mabeste. I won't associate myself with destiny killers. Mimi nitakaa home peke yangu. Na nitakaa na watu wenye wanasoma word. Fast, pray. Read the word of God. I told you, this is the greatest deliverance. Hii word, Isaiah 55, inasema kama vile mvua, kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake kwa kinywa chake halitarudi bure, litatimiza mapenzi yake, litatenda alivyosema, aliahidi atatenda, tumainie Bwana. Bwana asifiwe. Mawazo yake sio kama yetu. He's a supernatural God. Kupanda bangi ni vibaya. Kwa hivyo kuwa pedi si vibaya. Huku tuko na mapedi. Niwaambie. Wacha nikwambie, if you want to gauge your life in a wise way or in the basis of wisdom, usiwahi fanya kitu wenye uwezi taka watoi wako wafanye. Wewe mwenye unapanda bangi ndo uuze. Wewe unaweza taka mtoi wako auze bangi? Unaweza taka? Hebu imagine ile life unaishigi ndo mtoi wako anaishi. Hebu imagine mtoi wako ukiona ati akishashika 200 hivi, ego wake hero. Apiga black tattoo. Anakuja home akisemaga akiambiaga msichana ati negukura mogithire liwegurire. Hebu imagine mtoi wako akaambia wase, unaweza taka wewe? Unaweza taka? Unaweza taka mtoi wako kuendo na uzanga klabu? Unaweza taka? So if you wouldn't like that, just don't do it.
Bwana asifiwe. Don't do something that you wouldn't want for your kids. Because kila kitu unafanya kwa hii dunia inakuwa ni seed unapanda na utaivuna. Bwana asifiwe. Mimi yangu nilivuna. I'm telling you, nimewaste maisha yangu mingi sana. A lot of years nimezi waste kwa drugs. Na siwezi taka nyinyi muwaste. Acha niwaambie, you are so honored. Nyinyi ni watu wa maana sana kwa mmesimama hapa, mmeketi hapo akimkihubiriwa neno la Mungu. Aki of above all things, kitu unafaa kushukuru sana Mungu ni ati yenyewe umeketi hapo akiuambiwe kuhusu Yesu. Bwana asifiwe. Mimi nilikuwa napita karibu na kanisa hivi, nasikia mpaka goosebumps. Yani roho yangu nyinyi hata mkopo mmeketi hapo. You have hearts you guys. I didn't have a heart. But Biblia inasemaga mtu mmoja alisamehewa 50,000 na mwingine akasamehewa 5,000. Bible 500. Bible unauliza kwa watu wawili ni nani alipenda huyo mdosi wake sana? Ni mwenye alisamehewa mingi. Hata wewe mkiwa na beshte yako hapo, uliza beshte yako kama uko na deni ya chwani na mimi niko na ya 50,000. Tusamehewe sisi wawili yenyewe. Hiyo siku unaweza toa vest nifanye press ups Thika Road. Yaani umesamehewa 50,000. That is a great amount of money. So ule mtu alisamehewa mingi ndo alipenda Mungu sana. Bwana asifiwe. So hivi unajiona umefanya vitu mingi sana, God akusamehe, wewe ndo utapenda Mungu sana. Utakakaa huyo prodigal sana. Bible inasema wakati ya rudi home, brother yake alianza kukacha ati juu hajaichinjiwa. Yasao brother yake ametoka na huko kwa shamba kulima na babake ni mdosi, ako na hadi watu wa kulima huko. Ni mtu mjinga sana huyo. Hajui babake ako na kila kitu. Bwana asifiwe. Let's not be like that. Bwana asifiwe. How did you stop taking drugs? Nishajibu. How can I avoid friends who take drugs? First of all, unafaa ujue yenyewe hao ndo wewe mwenyewe unajipelekanga kwao. Kama yenyewe wewe unataka kukuwa pilot, unaweza enda kuhang out na watu wa jaba. Watakuinstall limitations za jaba. Ushaona Psalms 1 inasemangaje? Blessed is the man who doesn't sit in the seat of corners or stand in the paths of sinners. All does what? But his delight is in the law of the Lord. Akenagira kirira kia Jehova. Na kirira kiagage siria utukona muthanya transformation. Bwana asifiwe. How can someone prevent to enter into drugs? I always say that. Unaweza guard 2 steps zako, usiende mahali penye wase wanaenda kuzivutia. Besti yako anakuambia tulione ado mananyo vagi na twende. Unda kuona nini? Stay at home, read the word of God. Usifurahie hizo vitu. Furahia Mungu. Bwana asifiwe. How can someone try to stop it? Hiyo nishajibu. Kama mzazi anatumia drugs, nawezaje avoid your temptation? Hii unafaa ujue kuna time pastor alisimama hapa, Pastor Dan jana, na akatuambia kuna time itafika. Sema kuna time itafika. Na itakuwa ni wewe na ni wewe na ni nani? Utaenda kuambia Mungu, Mungu hata unafaa kuunderstand mama yangu alikuwa anavuta bangi. Tunakuambia Mungu hivyo. Life is yours. Mimi najua beshte yangu babake aliishi kunywa pombe kutoka akiwa myangu. Na hawajai kunywa pombe mpaka wa leo. Right now they are millionaires and they are my friends. They are millionaires. Wako na brother yake. Na babake alikufa juu ya pombe. Na hawakuwahi guza pombe. So don't let that limitation hold you, okay? Hide yourself in the word of God. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nana jua hiyo song? The word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. Wacha hili neno likuongoze. Is energy drink a type of drug? And is it addictive? No, energy drink si mbaya. Hiyo unaweza kunywa hiyo kama unaenda kulima ama kufanya kitu yote. Which way can you use to help your parents or relative quit drugs? Because it pains when someone close is addicted, yet you don't want to break your relationship with them. So you don't have to break your relationship with them. What do you mean by that? Unajua Abraham, Lot alikuwa nani kwake? Mtoto wa nani? Yeah? Wa brother yake. But Mungu akamwambia siwezi kubless mkuwa na nani? Unless you cut the cord. Kuna watu lazima udisconnect nao. Bwana asifiwe.
Kuna watu lazima ujidisconnect. Huwezi shinda na msee hapo anakunywaga ati unajaribu kumchange na wewe mwenyewe unatafuta heaven. First go seek God first, then God will equip you with the word of God and the proper anointing, na utakuja na utasimama mbele yake with power and authority, na utaweza kumchange through the power of the word of God. Bwana asifiwe sana. Hauwezi enda kucheze kitu yenye hauna. Hauwezi kula maharago alafu unatoa harufu ya njugu. Lazima kwanza ukuwe na word ya Mungu ndio uweze kumchange. Hauwezi mchange tu kama hauna word. You must be equipped with the word of God. Bwana asifiwe. Na kuna wimbo moja nilikuwa napenda sana wakati nilikuwa jela. Na huaga napenda sana kuimba hii wimbo kwa sababu I didn't know God at that time. But hii wimbo huaga inaniguza sana. Inasemanga Yesu, Yesu, Bwana Yesu yu mwema kwangu. Yesu, Yesu, aliteswa nipate ishi. Kuna mti mmoja kando ya ule mji uzao matunda mema, na matunda hayo ni matamu sana. Matunda hayo ya uzima. Yesu, 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 Bwana Yesu yu mwema kwangu. Yesu, Yesu, aliteswa nipate ishi. Father, we worship you and we give you glory this evening because you alone, you are God, and there is none other like you, O Lord of hosts. Na kushukuru na kutukuza kwa ajili ya muda ambao umetupa Bwana. Ni asante kwa sababu wewe ni mfalme wa ajabu na hakuna Mungu anaweza linganishwa na wewe Bwana. Jioni ya leo Bwana, ni asante kwa sababu ya kunena na watoto wako Bwana. Ni asante kwa kunitumia kama chombo chako jioni njema Bwana. Ninaomba ukaweza kutawala katika mawazo yao, tawala katika maisha yao, wewe Mungu mfalme wa ajabu, wewe ambao uliyenibadilisha Bwana na ukanifanya jinsi nilivyo siku ya leo. Ninaomba tu upako wako Bwana ukaweza kufikia mahali popote walipo Bwana. Neema yako iwanenee na iwafunze njia ya sheria yako, na uweze kuonesha uhai Bwana unapatikana katika neno lako na uhai wako Bwana. I speak the grace of God upon each and every one of us in the mighty name of Jesus Christ. I worship you alone because you are God, oh my Father. There is none else like you, oh Lord. There is no one else like you, oh Lord. Kama tumefunga macho hivyo, ninajua ya kwamba kuna mtu ambaye anasema katika moyo wake ya kwamba mimi nimechoka kuishi katika haya maisha. I'm tired. I'm tired of living in this life of slavery. I'm tired of being bound in the chains of wickedness. I'm tired of being destroyed by the evil one. Yes, he has killed my conscience. I'm being destroyed, but I am not going to let this veil cover me from the cross of Jesus Christ. If you really feel kwa roho yako ungetaka siku ya leo Mungu ambadilishe maisha yako na kufanya kitu mpya, if you really want to cry for your destiny, just come in front and just receive Christ as your personal Savior. There is no cost for salvation. He was given for free. He was given by our Lord Jesus Christ. When he died on the cross, when he cried and said that it is finished, you are now set free. Let the Lord take away your burdens. Let the Lord take away your worries. Let him redeem you from the curse of sin. Let him take you from the pit of death, and let him come and elevate you to the glory of the light. Let the Lord reign in you this day. Usiogope rafiki yako. Hata ungezalala hospitali urafiki yako maybe hata haezi kugawia damu. No one can ever give you life. The Bible says that every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. So this evening, in the mighty name of Jesus, if you really want this life, if you hear my voice knocking at the door of your heart, do not harden your voice. Come for salvation. I worship you, Jesus. We worship you, Lord. I surrender now to you. Tusimame kwa miguu yetu. I give to you. Surrender all unto Jesus. I surrender now to you.
as your personal Savior. Just come in front. I give to you all nothing. I worship you, Lord. All nothing. I surrender. I surrender all to you. Do not harden your voice. The Lord is calling out for you this morning. Surrender all unto Jesus. To you. His love is on the cross this day. I surrender. Salvation is for free. Surrender all unto Jesus. I surrender. I surrender all unto Jesus. Oh, we worship you. I surrender. I surrender all to you. Everything I give 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 to you. Oh, nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. Don't withhold anything from the Lord. I surrender. Withholding nothing this day. Worship you, mighty God. You are the Lion of the tribe of Judah. I surrender all to you. We worship you, Jesus. We surrender before you, Jehovah. Just pray God to your soul. Lilia Mungu kwa roho yako siku ya leo. Nataka kukombolewa. Tell God that you want to be delivered from this. His eyes are always open. My God, my God. Hakuna Mungu kama Mwambie Bwana, ninatamani kusafisha yama Amen. Amen. We want to thank you, Heavenly Father. Todo ciraniro cia kumwadhanine ena ameni. The Bible says that to those who believe,
Springs of living water shall overflow from them. Thank you, Jesus. Out of my belly shall overflow springs of living water. In the mighty name of the Lord. Declare that this day is a day that the Lord has redeemed my soul. He has snatched me from the fire of death, and that He has set me on the highest point. We worship you, Jesus. Continue to pray for your soul. Wewe uko mahali pale. Umetumia vitu ambavyo tumeambiwa na umekuwa na tamaa na shauku. Mwambia Bwana, how can I come out of this? How can I come out of this? Njoo tu hapa tuombe na wewe. Njoo hapa, karibia hapa. Sote tukiwa tumeyafunga macho yetu. Kwa mahali pale umetumia vitu vya namna ile. Namwambia Bwana, ninatamani kukombolewa na wewe. Namwambia Bwana, ninatamani kuoshwa na wewe. Namwambia Bwana, ninatamani. Njoo hapa, usiaibikie mtu. Usione uchungu, usione huzuni, usione aibu. Njoo tuombe pamoja na wewe. Watumishi wa Bwana watakuwa pamoja na wewe. Bwana nawapa watu matumaini. Wale ambao hawana matumaini. Tuna ushuhuda wa kutosha ya kwamba kuna wale walikuwa zaidi ya wewe. Kuna wale they were worse than you. Walitumia zaidi ya vile ambavyo ulitumia. Na leo hii Bwana amewafanya kuwa watu. Wewe ambao umefika mahali hapo, umeyapiga magoti mbele za Bwana. Just make a cry unto Him. Usinyamaze, mlilie Mungu wako. Usinyamaze, mlilie Mungu wako. Mwambie Jehova, wacha leo iwe ni siku yangu. Ninatamani kuoshwa na wewe. Ninatamani kukombolewa na wewe. Ninatamani Bwana wa mabwana utembee nami siku ya leo. Riba shaka bayantara babasia. We give you glory, Lord. Touch me. Shaka bayantara babasia. Touch me, Jehovah. Touch me. Touch me, King of Kings. Oh my God. Wewe umepiga magoti hapa, mwambie Jehova. Touch me once more, King of Kings. Mwambie niguze mara tena. Mwambie Bwana niguze mara tena. Mwambie Bwana niguze mara tena. Urabashaka bayasara babazia. My God, my God. Ninatamani kuoshwa na wewe. Ninatamani Bwana wa mabwana, urabaya tarababazia. Siku ya leo naomba neema yako Bwana ikaweza kutawala ndani ya mawazo yao. Bwana watawale, Mungu wa rehema. Wewe ambao ulianiokoa kutoka kwa shimo la kifo. Bwana, nimesimama hapa siku ya leo. Ninaomba neema yako juu ya maisha yao Bwana. Oh, come to the living water of life. My God. We worship you, Almighty Father. My God. We worship you, O Lord. Watumishi tuendelee kuombea watoto wetu hapa. Bwana siku ya leo. The pastors tuendelee kuombea watoto wetu. Oh yes, Jesus. Rimasha bayanta. Church. Oh yes, Jesus. Church. Zote tukiwa tumeyafunga macho yetu. You are there. Usione aibu kwa kile ambacho umekitumia. Usione aibu kwa barabara ambayo umeipitia. Swali ni je, are you tired of it? Umechoka kupitia hiyo barabara? Umechoshwa na hali ambayo umeipitia? Kuna watu walikuwa zaidi ya wewe. Kuna watu walikuwa wabaya zaidi yako. Lakini leo hii Bwana amebadilisha maisha yao. Huu ndio mwanzo wa kupata matumaini. Huu ndio mwanzo
Tengenezee maiki tafadhali, haina sauti. Huu ndio mwanzo wa mtu ambaye alikuwa amefika mwisho. Bwana, nampa mwanzo mwingine mpya. Mtu ambaye amekosa matumaini, Bwana wetu anafanya jambo jipya usiku wa leo. Tunapomwabudu Bwana kwa huu wimbo ambao unasema yu Bwana, yu Bwana, na ninajua Bwana wetu atatubariki. He is Lord. Na ninajua Bwana atatubariki na kututendea mambo mazuri. Kwa hapo unataka kuokoka, unataka kumpa Yesu maisha yako, unataka kuwa na mwanzo mpya, njoo tunapoongozwa kwenye ombi la toba na mchungaji wetu Pastor Karo, na ninajua Bwana atawabariki na kuwatenda mambo mazuri. Tuongozwe kwa hiyo wimbo, Pastor David. Yu Bwana, yu Bwana, amefufuka kifoni. Yu Bwana, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ndiye Bwana. Yu Bwana, yu Bwana, Bwana, yu Bwana, amefufuka kifoni. Yu Bwana, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ndiye Bwana. Oh, yu Bwana, yu Bwana, yu Bwana, yu Bwana, amefufuka, amefufuka kifoni. Yu Bwana, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ndiye Bwana. Thank you Jesus. Asante Bwana wa majeshi. Asante kwa vijana hawa, wasichana Bwana. Thank you for our children Lord. Asante kwa wema wako na fadhili zako Bwana. Asante Bwana wa mabwana. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit of God. Naomba tukaweze kuinamuka kidogo na muweze kurudia nyuma yangu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekuja mbele zako. Nimekuja mbele zako. Nikikukaribisha ndani ya moyo wangu. Nikikukaribisha ndani ya roho yangu. Unisamehe dhambi na makosa yangu. Unisamehe dhambi na makosa yangu. Uvute majina yangu katika kitabu cha mauti. Uvute jina langu katika kitabu cha mauti. Uandike majina yangu. Uandike majina yangu katika kitabu cha uzima. Katika kitabu cha uzima. Nimeamua na moyo wangu kukufuata. Nimekiri na kinywa changu Yesu ni Bwana kwa maisha yangu kuanzia sasa na kuendelea. Nimeacha njia zote mbaya na kuamua siku ya leo kukufuata. Nisaidie Roho wa Bwana, niwezeshe, nipiganie vita zote mpaka wakati
mpaka wakati utakuja kuchukua kanisa lako. utakuja kuchukua kanisa lako. Nisaidie na uniwezeshe Roho wa Bwana. Nisaidie na uniwezeshe Bwana kushinda yote ya dunia. Kushinda yote ya dunia. Dunia hii haitanishinda. Dunia hii haitanishinda. Lakini mimi ndio nitashinda dunia. Lakini mimi ndio nitaishinda hii dunia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante kwa kuniokoa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, I give you praise and I give you glory. Ni asante kwa sababu hawa wamesikia neno lako na wakaamua kuamini. Ni asante mfalme wa falme, maana umewafanya viumbe vipya, umewafanya watoto wako, they are sons in your kingdom, my Father. Thank you for what you have done upon their lives, oh God. Ya kwamba kile ambacho wamepata ni kitu cha dhamana ambacho hawezi nyang'anywa na mtu. Ni asante mfalme wa ajabu kwa yale ambayo umetenda katika maisha yao. Kile chochote ambacho haujapanda katika maisha yao na king'oa na mizizi kama neno lako vile ninasema katika kitabu cha Mathayo, na king'oa na mizizi na kukiteketeza na moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Na napanda neno la Bwana katika maisha yao. Napanda neno la Bwana katika maisha yao, ya kwamba hawatatoka katika uwepo wako Bwana. They are going to read your word, the word that can save their lives. Watasoma neno lako usiku na mchana. They are going to meditate on your word, my Father. Thank you for the gift of salvation. Ni asante kwa kuwapatia hii zawadi. Wasaidie kutunza hii zawadi mpaka wakati utarudi. I bless your name and I worship you. In Jesus' mighty name we pray. Na sisi sote tushangilie Bwana. Tupigie Yesu makofi. Mbinguni ni shangwe na vigelegele. Kwa hawa ambao wameokoka. Oh, thank you Jesus. Praise God. Praise God. Amenisamehe. Amenisamehe. Oh, amenisamehe. Amenisamehe. Oh, katika jina la Yesu. Amenisamehe. Katika jina la Yesu. Amenisamehe. Oh, amenisamehe. Amenisamehe. Oh, amenisamehe. Amenisamehe. Oh, katika jina la Yesu. Amenisamehe. Katika jina la Yesu. Amenisamehe. Oh, amenisamehe. Amenisamehe. Amenisamehe jamani. Amenisamehe. Oh, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amenisamehe. Oh, amenisamehe. Amenisamehe. Amenisamehe jamani. Amenisamehe. Oh, katika jina la Yesu. Amenisamehe. Oh, katika jina la Yesu. Oh, katika jina la Yesu. Nimkimbilie nani? Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Nimkimbilie nani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tukaribie tu pande huu. Hawa watu ambao wako hapa tukaribie hapa. Karibu Pastor David. Bado haujamaliza kazi. Na ninajua Bwana atakubariki na atakutenda mambo mazuri, kwa sababu you are a living testimony, and also I know kuna watu hapa ambao pia hao ni ushuhuda wa yale ambao Bwana wetu ameyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukaribie hapa. Najua hawa wapendwa, pengine nataka tuangalie Pastor David. Nataka tuangalie Pastor David upande huu. Ndio maana nataka tukaribie hivyo. Na ninajua, wacha kubaki nyuma sister. Let's make a circle, small circle. Njoo hapa tu brother. Thank you. Na wewe kuja hapo. Na ninajua Bwana atawabariki na kuwatenda mambo mazuri. Nataka pia tuwe naombi juu wapendwa hawa. Wengine wao pengine kuna mahali ambapo
mtu alipitia, mtu aliingia na anahisi ndani ya moyo wake, ninahitaji nguvu mpya, ninahitaji kuwa na mwanzo mpya, ninahitaji kuelekezwa na huyu Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ningeliomba tu mchungaji David waongoze ama uombee wapendo hawa, ya kwamba safari ambao wameianza wachakue na a new transformation ndani ya maisha yao, na ninajua Bwana atawabariki na atawatenda mambo mazuri katika jina la Yesu Kristo. Tuamini zote kanisa, wachungaji tuwe nyuma ya wao tukiwanyoshea mikono, na ninajua Bwana atabariki. Na ninajua pia tuna wachungaji wengine upande ule wa nyuma, lakini ni sawa, wale ambao wako hapa watasimamia, na ninajua Bwana atawabariki. Karibu. Amen. Bwana nakushukuru na nanena nguvu zako siku ya leo Jehova. Amen. Yale makuu ambao unayotenda hayawezi elezeka na mwanadamu Bwana. Oh yes. Wewe Bwana ambao uliyesema ya kwamba kanisa la mwisho litakuwa na nguvu kuliko kanisa la mwanzo. Bwana, hili ndo kanisa lako ambalo umejichagulia siku ya leo. Hawa ndio Bwana ambao utakao paka Bwana, ili wakaweze kufikisha neno lako kwa watu ambao wako nje Bwana, ambao hawakujui. Oh Lord, I declare, Lord, this day that any power of the wicked one that shall try to come in their tent, it shall not harm them in the mighty name of Jesus Christ. I declare that every spear by day and every arrow that flies by night, it shall not harm their tents in the mighty name of Jesus Christ. Just like, Lord, you transformed my life and you made me a living testimony, oh God. The same grace is operational this night. In the mighty name of Jesus Christ. I declare the same grace upon them, oh God. The grace of transformation. The grace that changes a person's life. The grace that changed Saul from Saul to Paul. The grace that changes, oh God, is the grace that's going to be approachable in their lives, oh God. I declare this day that you change their name, oh God, from Peter to Cephas. Call them the rock in the mighty name of Jesus. The rock that cannot be shaken. I declare them as the rock that cannot be shaken in the mighty name of Jesus Christ. You have the power to save. Only you, Lord. Only you, my Father, has the power. Only you, Lord, that will lay our lives unto you, my Father. The Bible says, the Lord Father, I look upon the mountain. Where does my help come from? My help comes from the Lord, maker of heaven and earth. The Lord, who else do I have in heaven but you? And the others nothing that I desire. Though my flesh and my heart may fail, but the Lord is the strength of my heart and my portion forever. Be their strength this day, Almighty God. In the mighty name of Jesus Christ, I declare the power of God to move among them, O God. The grace of God that transcends human understanding to be upon their lives. The peace of God that transcends human understanding. The joy of the Holy Spirit. The righteousness of God that comes from Jesus Christ is what I declare to their lives right now in the mighty name of Jesus. Their treasure shall be righteousness. Their treasure shall be holiness. Their treasure shall be the fear of the Lord in the mighty name of Jesus. Equip them with all wisdom and understanding. Equip them, oh God, open their ears so that they can hear from you, oh Lord Almighty. Every sheep knows the voice of his shepherd. I declare that these sheep, my God, they shall know your voice, O God. They shall come to you, O God, with an open and contrite heart that you declare that you cannot despise. O God, they have declared to give their lives unto you this evening, O God, with a broken and a contrite heart, that which you cannot deny. That is what I declare, O God, upon them. May they move with the supernatural power that comes from Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit. Rain upon them, O God. Let the breath of God blow upon their lives. Oh, you have said, O God, in the book of Isaiah chapter 40, O God, verse 6,
that the grass will wither and the flowers will fade, because the breath of God blows upon them. Now blow upon them this day, O God, and each and every altar of the wicked one, every pattern of the devil right now, may the breath of God blow upon it right now. Each and everything that has entangled their life, each and every pond that have surrounded their lives, are declared powerless in the mighty name of the Lord. You have declared that we shall stumble over serpents and snakes, even over the great serpent. We shall stumble over scorpions. We stumble over those pods right now in the mighty name of Jesus Christ. May this day be memorable in their lives, oh God. May they live to tell of this day to their children and the children's children in the mighty name of the Lord, because their destiny have been fulfilled this evening in the mighty name of Jesus Christ. I worship you, O God. Move in a supernatural way. We worship you, O Lord. Out of their belly shall flow springs of living water. Is what I declare, O God. May your water overflow from them, O God. You have said in Isaiah 50 that those who are thirsty come to the waters of life. Those who are thirsty, those who are spending their money with thought that cannot satisfy. But these ones have come, O God, in the well of life. The well of life that was given by Jesus Christ. In the truth and in the spirit, O God. I declare that they shall never thirst again. They shall never live in want like the prodigal son. But right now, O God, you are going to forgive them fulfillment in the mighty name of Jesus Christ. You are going to give them rest in the mighty name of the Lord. I declare the rest of God. Make them dwell in quiet waters, oh my Father. Make them dwell in greener pastures this evening, my Lord. Because from this day you have become their shepherd. Amen. Reign upon their lives, oh God. Oh yes. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We do pray and believe. Amen. Amen. Let's appreciate our God with a better clap. Let's appreciate our God with a better clap. Thank you, thank you, thank you so much. May the Lord bless you. May the Lord do you good. Pastor Daniel, where are you? Njoo na kile kitabu. Na ninajua Bwana atakubariki na atakutenda mambo mazuri. Thank you so much. Si Bwana wa amani wabariki. Oh, you Bwana. Thank you. You can continue, George. Thank you. Thank you so much. You have umenivuta machozi. Oh yes. Umenivuta machozi. Aya. Baba, umejua kunifurahisha. Baba, dadio, umenivuta machozi. Aya, twende tu hivi. Ngoje pale kidogo, tusimame pale kidogo, tusimame pale kidogo, tusimame hapo kidogo. Thank you. Aya. Thank you, Daddy. Umenivuta machozi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen, amen. Mungu wetu ni mwaminifu na Mungu wetu ni mkuu zaidi ya hayo yote. Jina la Bwana litukuzwe. Bila kupoteza muda, najua masaa yetu si mabaya. Tungali mahali ambapo ni pazuri na tuna kila sababu ya kushukuru. Swali ambalo ninajua lilikuwa kwenye barabara na mchungaji umekosa kulijibu, lilikuwa tu pengine umelipita, lilikuwa kwa sababu nilikuwa nimeliona mahali ni ya kwamba are you married, kwa sababu bado hiyo iko tu. Yes, I am. Yeah? Yes, hivyo wewe si kijana. Hapana. Thank you, thank you. Ni vyema kuweka mambo ama namna gani? It's good kuweka mambo hivyo, na ninajua Bwana atakubariki na atakutenda mambo mazuri. Unajua kuna watu wanataka kitu yenye imetengenezwa, watakai kujitengenezea. Na yote tunasema yote 9 ni hallelujah. Thank you so much. Let's have a seat kidogo. Okay, thank you Timothy Mungai. Naomba ufuate huyo Asha, na ninajua utabarikiwa na Mungu wetu na atakutenda mambo mazuri. Timothy Mungai, fuata Asha ring hapo nyuma.
na ninajua utabarikiwa na Mungu na takutenda mambo mazuri. Na kwa sababu tulikuwa na break somehow, na ninaona nikana kwamba Theophilus TV, murata wa Ngai. Waragĩrĩria rĩo makwĩhokete.